kimekadiriwa GE na ni salama kuangaliwa na watu wa umri wowote. Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa kwamba ni mara yetu ya pili, siku ya pili ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ndizi TV kikao chetu ama kipindi chetu cha Pambazuko. Basi tumerauka na tunashukuru Mungu kwa sababu amefanya tuione siku hii ya leo. Natumai kwamba nawe hubuheri wa afya na pia wewe umeamka salama. Siku yako imeanza namna gani? Je, ni kipi kile ambacho leo utakuwa unakifanya kuhakikisha kwamba umefanikisha siku yako? Tunapoanza kipindi chetu, tunakukaribisha kabisa wewe mpenzi mtazamaji popote pale ulipo ili uungane nasi kuanzia sasa hivi hadi midale ya saa 3 asubuhi wakati tutakuwa tunatamatisha. Lakini kabla tujaendelea sana, ni vizuri kwa mkoana. Je, Jacinta, hujambo, habari ya asubuhi? Si jambo Jeff. Nipo sawa kabisa, nimeamka sawa na namshukuru Mungu. Mala ambapo ulilala kaamka vizuri, watu wako salama? Naam, wote wako salama. Naam. Chapo tu kibaridi ya asubuhi. Baridi kidogo lakini tunapa chai. Tunacho kikombe cha chai hapa na tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kuiona siku ya leo. Basi mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha kabisa katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko. Jina langu mimi ni Jeff Nyakundi. Nami naitwa Jacinta Nyabeta na mwelekezi wetu Abigail Nyanchama. Lakini siku ya leo vile ambavyo najua kwanza masaa imesonga kidogo. Lakini tunajua kwamba siku ya leo ikiwa ni siku ya pili katika kipindi chetu cha Pambazuko, tunataka kuambia wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji wetu kwamba tunawapenda sana na tunawaenzi sana katika runinga yetu ya Ndizi TV, na kukuhimiza uendelee kutuandikia maoni yako ambapo mahala ambapo unatutazama ukiwa, na pia siku yako imeanza vipi, kuna nini imeendelea mahali ambapo wewe unaishi ama mahali ambapo unakaa. Katika mtandao wetu wa Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital, na pale YouTube utatupata mbashara kabisa kama Ndizi TV News. X account pia utatupata Ndizi TV News. Na pia usikose kutuma arafa fupi ama SMS, na pia kututumia ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio, nambari 0792192834. Nirejelea tena katika lugha ya Kiingereza, 0792192834. Hapo ndipo utasungumza nasi, ufuatilie yote yale ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo ya Jumanne. Na pia tukikukumbusha tu ni kwamba tuko live pale Facebook na pale YouTube, kwa sababu anajua kwamba kuna wengine unapata saa hii unaendelea kujiandaa kwenda kazini lakini unataka kujua ni nini kinaendelea nchini Kenya. Kwa hivyo unaweza kutufuatilia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook ambapo tuko live pamoja na YouTube. Tukianza siku ya leo, najua kwamba tunafaa kidogo tuliwaambia jinsi kipindi chetu kitakavyokuwa kinaenda, awamu tofauti ambazo tuko nazo, na pia tuna himizo la siku ambalo tunafaa kuwapatia ili muweze kuanza siku yenu kwa utaratibu. Na usisahau yaliyojiri, yale yote ambayo yamefanyika jana yote na yale ambayo yatakuwa yanatukia siku hii ya leo, basi tutakuwa tunakuletea yote. Na usisahau kila siku ya Jumanne basi hapa ndipo tutakuwa tunaangazia hali ya afya ama kile ambacho tunataja kwamba ni hali tu ya jamii jinsi ambavyo ilivyo kiafya. Na hapa ndipo tutakuletea mijadala hiyo. Tuzungumzie yale yote ambayo yanafanyika katika hospitali zetu, jamii zetu hapa na pale, kuhakikisha kwamba afya yetu imeimarika na watu wetu wanapata afya nzuri tu hapa nchini Kenya, kaunti zetu zote zile ambazo tunatazamwa. Naam, na pia tuna awamu ya pili ama ya tatu ya kuchambua magazeti, ambako tutakuwa tunakuelezea ni yapi yaliyopatiwa kipaumbele katika magazeti yetu, ikiwemo The Standard, The Daily Nation, na pia gazeti lile la The People's Daily na gazeti la Taifa Leo. Hayo yote tutakuwa tunakuambia hapa ndani ya Pambazuko, tukianza kipindi chetu rasmi sasa hivi na himizo la siku, ikiwa kwamba zimekatika dakika 30
rasmi baada ya saa 12 asubuhi ya leo masaa ya Afrika Mashariki. Basi tupe himizo la siku. Naam, katika himizo la siku tunatoa katika kitabu cha Zaburi 120 ambako wanasema kwamba katika shida yangu namlilia Bwana naye akaniitikia. Katika shida zangu namulilia Bwana naye akaniitikia. Yaani katika vile vitu vyote ambavyo unavipitia katika ulimwengu huu, maisha haya, jinsi ambavyo wewe unaona kwamba yote ni magumu, lakini kwake Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba wako tu na kaviumba vyote hapa ulimwenguni, kwake yeye ni kitu rahisi. Na ukumbuke hivi, hilo haliji tu hivi. Lazima ujitolee kwa imani, na Mungu ni mtu wa kufanya kazi yake jinsi anavyoelewa yeye mwenyewe. Haji haraka sana na hachelewi sana. Kwa wakati wake mwafaka, basi atakuwa anatenda lake. Na pia Jeff, kuongezea tu kidogo kutoka kwa himizo la siku, ukiona kwamba ni Zaburi, kwanza kitabu hicho ni chako, mshukuru Mungu. Kidogo tunaona Daudi, kwa sababu Daudi ndiye aliandika kitabu hiki. Unaona jinsi anavyozungumza akimshukuru Mungu kwa wakati wote. Hata kama kuna shida, hata kama kuna mambo ambayo hayaendi vizuri katika maisha yako, ni vema kumshukuru Mungu. Na pia kama unahitaji kulia kidogo, unaweza mlilia Mungu kwa kuomba, kwa kumwimbia, ili aweze kuyaona. Lakini tunajua kwamba Mungu anajua kilicho rohoni mwako, kitu ambacho unataka. Ni kweli. Anakijua. Kwa hivyo ni wewe kumwambia, kumwelezea kwamba nasikia hivi na hivi, naomba unisaidie hapa na hapa, kwa sababu Mungu yeye ndiye alitumba. Wanasema kwamba Mungu si adhamani. Na bila shaka yale yote ambayo utakuwa unayapitia, basi yeye anafahamu fika. Wewe mulilie. By the way, it just inahitaji tu faith ama imani kidogo tu kwake mwenyewe. Umtumainie yeye, na yeye mwenyewe anafahamu kilicho rohoni mwako. Yale yote ambayo unayapitia, basi atakuwa anatenda lake. Naam, Jeff. Yes. Kwa sasa najua kwamba tunafaa tuingie katika yaliyojiri. Kabisa. Alafu pia tutakuwa tunaingia magazetini baadaye. Ni kweli. Tukianza kwa yaliyojiri. Jana matukio mengi yalitokea nchini Kenya, ikiwemo viongozi mbalimbali wakikutana pale Nairobi, Transmara. Tulimwona Rais Ruto pia akianza shughuli zake kule Nairobi. Lakini tukianza na taarifa ya kwanza ya viongozi wa Transmara. Ndiyo. Ambao walikutana kule Transmara kuzungumzia ama Kiango, ilikuwa eneo la mpakani pale, kuangazia hali tete ya usalama ambayo imekuwa ikishuhudiwa sasa kwa wiki ya pili kati ya jamii zile ambazo zinaishi mpakani, kati ya kaunti ya Kisii na kaunti ya Narok pale. Baadhi ya viongozi wale ambao walikuwa pale ni akiwemo mbunge wa Mugirango Kusini Silvana Sosoro, akataja kwamba mwingine ambaye alikuwa pale ni gavana wa kaunti ya Kisii, wakiwemo county commissioners wa kaunti hizo mbili, na viongozi wale wa mashinani pale nikitaja ni machifu na pia manaibu wao, na bila shaka bila kusahau wase wa nyumba 10 ambao walikongamana katika mkutano huo wa kutafuta amani kati ya jamii hizi mbili ambazo zinazozana katika mpaka ule wa kaunti ya Narok na kaunti ya Kisii, eneo lile la Transmara. Na pia tuliona gavana wa kaunti ya Narok Ole Tuntu, pia yeye alikuwa katika mkutano huu ambao walipatana ili waweze kusuluhisha mambo ambayo ama jamii hizi mbili ambazo zinapigana ama zinazozana kwa sababu ya wizi wa mifugo katika eneo hilo la mpaka. Lakini ni kutumai kwamba natumai kwamba walipata kupata suluhisho. Katika yale ambayo waliangazia ni kwamba siku hii ama wiki hii, siku ya Ijumaa, basi bado kutakufanyika na mkutano mwingine ambao watahakikisha wale wahusika wakuu katika jamii hizi mbili ambazo zinazozana pale wamepata ama hakikisho limewekwa na kurejeshwa kwa amani. Kumbuka kwamba baadhi ya shule eneo lile mpakani na pia maeneo ya hospitali yamekuwa yakifungwa zaidi ya wiki moja baada ya vita vile vya mpakani pale ama usalama kudhorora eneo lile la mpakani. Lakini kile ambacho kilizungumzwa jana ni kwamba maafisa wa polisi waliongezwa eneo lile, na pia serikali ikatoa nafasi ama ikaomba
shule sifunguliwe na pia hospitali sifunguliwe kwa minajili ya wanafunzi kurejea shuleni, na wale ambao wanatafuta matibabu, hospitali ambazo ziko katika eneo lile nao waweze kupata matibabu. Tukiangazia kwanza swala hili ama taarifa hiyo kabla tusonge mbele. Tumekuwa tukiona viongozi wengi, tulimuona pia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alizungumzia bado swala hilo, akisema kwamba Ijumaa hiyo pia atakuwa pale kuzungumza pamoja na viongozi, na pia akasema kwamba washukiwa ambao walianzisha vurugu hizi katika mpaka huo pia wao wanapaswa kushikwa na kutiwa ndani ama wapelekwe kotini jinsi ilivyo sheria, ili waweze kukumba swala hili la vurugu iliyo mpakani pale, ili kuweza kuleta amani katika jamii hizo mbili. Na pia akasema kwamba wazee pia watakuwa wanaitwa ili tuweze kuelewa pale tunasema nini, cultural aspect ya kila jamii, ambapo wanasema kwamba huyu alikosea hapa, anafaa kufanya hivi, na pia huyu anafaa kufanya hivi, lakini wakihusisha wazee. Najua kwamba wazee kwa jamii ya sasa hawapatiwi nafasi kubwa. Hawapatiwi nafasi kubwa sana katika mazungumzo tofauti, lakini kumuona kwamba Kipchumba Murkomen anasema kwamba wazee wataletwa, na pia jana tuliwaona wazee pia katika mkutano huo, ni kuonyesha kwamba tunajua kwamba wazee bado wanahakikisha kwamba usalama umerejea pale, na ni watu ambao wamekuwa pale kwa muda sasa, wanafahamu mengi kuhusu lile ambalo limekuwa likifanyika pale mpakani kwa muda. Na kumbuka kwamba jamii zile mbili, kuna watu sehemu ile nyingine wamenunua mashamba, wanafanya kazi yao, na wengine wanavuka hizi nyingine wakielekea shuleni, na wengine kupata services za hospitali hapa na pale, na kuhakikisha kwamba mambo yote yameenda salama. Ni matumaini yetu kwamba maafisa wa usalama watakuwa wanaendelea kushika doria eneo lile, na pia viongozi kutoka eneo hili la kaunti ya Kisii na kwingineko kaunti ile ya Narok watashikana pamoja kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanaendelea mpakani basi yamekomeshwa kabisa na usalama umerejea pale bila shaka. Naam. Tukiachana nayo, bado tunajua kwamba viongozi wa Kisii walipatana siku ya jana. Ni kweli? Tueleze kidogo. Baadhi ya viongozi ambao walifanya mkutano wao katika kaunti ya Nairobi, akiwemo ama viongozi wote ambao wameteuliwa kutoka eneo pana Ragusi, kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii, akiwemo seneta wa kaunti ya Kisii Bwana Richard Nyonka. Pale tulimuona mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii, pia tukaona baadhi ya wabunge kutoka eneo hili na pia eneo lile la Nyamira. Wale ambao hawakuwa katika mkutano huo ni magavana wa kaunti hizi mbili, lakini viongozi wengine wakiwemo yule waziri wa elimu Bwana Migos Julius Ogamba pia alikuwa katika mkutano ule, na ndiye yeye alikuwa anauongoza katika mazungumzo yale ambayo yalifanywa. Na bila shaka, bila kusahau, waliungana na jamii ya Kuria. Kumbuka kwamba jamii ya Agusi na jamii ya Kuria ni watu ambao wako na ukaribu, wanakaribiana sana. Hata lugha zao kidogo pale zinaoana kwa kiasi fulani. Basi yale ambayo walikuwa wanayazungumza ni hali ya maendeleo katika eneo hili la Agusi, na jinsi ambavyo watashirikiana na serikali kufanya kazi na kuhakikisha kwamba wameendelea vyema. Lakini kuna yale ambayo yalitajwa. Kuna tuma ambazo alikuwa anatumiwa seneta wa kaunti ya Kisii Bwana Nyonka kwamba yeye alihusika katika yale mambo yalifanyika katika uwanja ule wa Gusii Stadium wakati Raila Amolo Odinga kiongozi wa ODM alifika pale katika uzinduzi ule wa mavazi ama sare mpya za timu ile ya Shabana. Kisha hiyo jana aliyaweka pale uwanja tu taja kwamba hakuhusika, naye hakupanga chochote kuhusiana na kelele ambayo baba Raila Amolo Odinga alipigiwa wakati alikuja ziarani Kisii. Na pia mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisii, kuna yale ambayo aliyatamka kusema kwamba vijana wengi katika kaunti hii ya Kisii wamekosa kazi, na pale akiomba kwamba ile kampuni ya Coca-Cola ambayo ilikuwa hapa katika kaunti ya Kisii irejeshwe, na ikirejeshwa basi huenda economy ya
kaunti ya Kisii ikaimarika zaidi, ama uchumi wa kaunti ya Kisii uimarike zaidi, kwa sababu jinsi ambavyo sasa hivi mambo yanaonekana ni kwamba kaunti ya Kisii kiuchumi kidogo imeenda chini kulinganisha na miaka ya nyuma wakati kampuni ile ya Coca-Cola ilikuwa eneo hili. Naam. Na Jeff, kuongezea tu ni kwamba katika mkutano huo pia viongozi hawa walizungumzia masuala ya kura za 2027 wakati ambapo walisema kwamba kama Gusii tuseme jamii ya Abagusi walikuwa wanasema kwamba wanataka pia wao wawe katika serikali ya Kenya Kwanza, wapate kakitu hapo ndani, wapate uongozi, wapate vyeo tofauti tofauti katika Kenya Kwanza ifikapo mwaka wa 2027, ambapo pia walisema kwamba viongozi hawa wanafaa kuja pamoja wazungumzie swala hili swala hili la Abagusi kuingia katika serikali. Na pia ukizungumza hayo yanawana na yale mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nyamira alizungumza Jerusha Momanyi, pia akataja kwamba tusije tukapiga kelele sana. Hebu tukaingia pale serikalini kwanza, angalau tupate kile ambacho tunafaa kupata kama jamii ya eneo hili la Gusiland. Akitaja kwamba tunapoendelea kupiga kelele na kukataa kile ambacho tunapewa, huenda tukakosa. Tunapoendelea kujipanga ni kipi kile ambacho jamii hii itakuwa inafanya mwaka 2027 na ni nani watasimama uongozi huo, basi kwa sasa tujipange vizuri katika serikali. Hayo si maneno ya Jeff Nyakundi, bali ni yale ambayo mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nyamira alizungumza hiyo jana baada ya kikao kile ambacho walikifanya. Naam. Tukisonga mbele kwa yaliyojiri ni kwamba Rais Ruto siku ya jana alianza ziara yake ya kuzungumza na kujulisha wakazi wa Nairobi pale kianza na sehemu ya Eastleigh pale inaitwaje Kamkunji. Naam, eneo bunge la Kamkunji pale Eastleigh ambako alizunguka akiwasalimia Wakenya. Hatujamwona sana Rais Ruto akitembea ama akizuru kaunti ya Nairobi, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba hapo awali kukiwa na maandamano ya Gen Z, vijana wakuwa kidogo wanataka kumuona Rais Ruto, lakini kwa sasa tunamwona kwamba ameanza kutokea na pia alianza kuzungumzia kuhusu maendeleo tofauti ambayo atakayokuwa akiyafanya katika kaunti hiyo ya Nairobi. Na pia katika ziara hiyo yake alikuwa anaifanya katika kaunti ya Nairobi, kile kikuu ambacho alikifanya ni alitoa ahadi ya kuzindua ya kuzindua mradi ule wa Nairobi River Regeneration Program, ambao alitaja kwamba utakuwa unatenga ama unatengeza kazi zaidi ya 30,000 ili kuhakikisha kwamba maeneo ya Nairobi asua hali ya mazingira, na pia kuhakikisha kwamba mto ule wa Nairobi bado unarejesha hadhi yake jinsi ulivyokuwa awali. Na pia baada ya kuzungumza ama kukutana na vijana katika kaunti ya Nairobi, kuna mengi ambayo aliyazungumza, huku akitaja kwamba zaidi ya vijana 40,000 watakuwa wanapata kazi katika mradi ule wa Climate Works Program. Na pia katika Nairobi River Commission pia alitaja kwamba zaidi ya vijana 22,000 kidogo washapata kazi, na pia kunayo mipango ya vijana 18,000 kuongezwa katika mradi huo, kuhakikisha kwamba Climate Works inafanya kazi na pia kuhakikisha kwamba Nairobi River Commission nayo inaendelea na kazi yake kuhakikisha kwamba mto wa Nairobi umerejesha hadhi yake jinsi ambavyo nimetaja awali. Naam, na katika ziara hiyo Rais Ruto akizunguka pia alikuwa na viongozi tofauti wakiwemo pia viongozi wa ODM ambao pia walianza kumwambia kwamba walianza kumahidi kwamba watampatia nafasi ya pili kuwa rais ifikapo mwaka wa 2027, na pia walikuwa wanazungumzia sana kuhusu kupata vipande ama identity na vitambulisho. Naam, Rais Ruto akizungumzia swala hili alisema kwamba hali ambayo inakumba wananchi wa sehemu hiyo kutopata vitambulisho vyao ni kwamba ni kuhusu ama ni juu ya ubaguzi.
ubaguzi katika jamii tofauti katika na ambao walikuwa wanasema kwamba kuhusu ubaguzi huu wanataka uishe kwanza. Na pia wakasema kwamba kila mtu atakuwa anapata kitambulisho chake. Tunajua kwamba watu wengi sana wana vitambulisho, na kwa sasa pia kupata kitambulisho kuna pesa ambazo watu wanalipa. Na pia tuliona kwamba ikifika baada ya miaka 10 bado tunafaa tu renew bado hizi vitambulisho. Basi nakumbuka hilo lilianza mwaka jana wakati nadhani ni mwaka jana ama mwaka huu mwanzo pale akifanya ziara yake kuelekea eneo lile la kaskazini mwa Kenya, ambako alitaja kwamba baadhi ya jamii eneo lile jinsi ambavyo wamekuwa wakipigwa msasa kabla ya kupatiwa vitambulisho kwa sababu ya kiusalama eneo lile. Basi akatupilia mbali na katia sahihi kutupilia kipengele kile mbali, kutaja kwamba basi wote ambao wanatoka katika eneo lile la kaskazini mwa Kenya watakuwa wanapata vitambulisho bila kupigwa msasa. Na pia nadhani kwamba kwa sasa vijana ni wengi na wengi hawana vitambulisho kwa sababu kuna ada kidogo ambayo iliyoko pale ya kutafuta wakati unatuma maombi ya kupata kitambulisho hicho. Na pia kidogo imewafanya wengi kuliona kama ni kitu ambacho kina wafungia kutopata. Lakini chenza ambavyo alizungumza kama huduma hii itafanywa katika hali nzuri, basi vijana wapate vitambulisho ili wahakikishe kwamba wanajiandaa vyema katika uchaguzi ambao utakuja mwaka 2027. Na pia ni kuwakumbusha tu watazamaji kwamba wakati Rais Ruto alikuwa pale sehemu ya kaskazini mashariki ambapo alizungumzia vitambulisho hivi akisema kwamba hawahitaji kupigwa nini msasa. Tuliona kwamba viongozi wengine walijitokeza kwa sababu tunajua kwamba eneo hilo bado lina watu ambao sio wa Kenya. Ndio. Wengi sana ambao wako Kenya lakini tuseme kwa njia isiyofaa. Na wakati Rais Ruto alisema kwamba hawa watakuwa wanapata vitambulisho bila kupigwa msasa ama kwa urahisi, ni kama ile viongozi wengine walichukulia ni kwamba hawatakuwa wanafuata sheria kupata vipande ama vitambulisho hivi. Naam. Ni kwamba mmoja wa yule ambaye alizungumzia jambo hilo ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Bwana George Natembeya akitaja kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza niweka kwamba it's a security threat katika eneo la Kenya, kuhakikisha kwamba ndio kupigwa msasa uwe, lakini ufanywe kwa njia fulani ambayo ni ya haki kwa watu wote, wakisha kwamba majangili hawaruhusiwi kuingia hapa nchini. Lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa upole tujue ni vipi mambo haya yanafanywa katika serikali ya nchi ya Kenya, na kuhakikisha kwamba kila mmoja ama kila Mkenya anapata kitambulisho. Na tukisonga mbele ni kwamba na pia yule speaker wa ni speaker wa bunge kuu la kitaifa Bwana Moses Masika Wetangula basi tangia kuungana kwa Rais William Samoei Ruto na kiongozi wa chama kile cha ODM Bwana Raila Amolo Odinga amezungumza kwa mara ya kwanza na kutaja kwamba Raila na Ruto wamefanya kitu ambacho kinafaa sana wa Kenya, akisema ni kwa sababu ya kupata maendeleo hapa nchini Kenya na uendelevu tu na kuhakikisha kwamba usalama, hakuna yeyote yule ambaye anazazwa katika kuachwa nje wakati nchi ya Kenya inaendelea kufanya maendeleo maeneo yote ya hapa nchini Kenya. Taja kwamba miaka ya nyuma unapata kwamba serikali ikiingia mamlakani inatenga maeneo fulani ama inayaacha nje katika miundo misingi yake na pia kufanya mipango ya kuhakikisha kwamba maendeleo yanafanywa kwa kila ambacho alitaja kwamba kwa lugha ya Kiingereza beneficial development of the country kwa Wakenya wote. Huyo ni speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula alikuwa anazungumza hiyo jana. Naam, na mpenzi mtazamaji nikukumbusha tu kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko hapa ndani ya Ndizi TV, ambapo tunaendelea kukuelezea yote yaliyojiri siku ya jana na pia na yatakayokuwa tutakuelezea yote, ambako pia tunaendelea kutazama katika sehemu ya mtandao wa Facebook. Utatupata kama Ndizi TV News Digital uweze kutuelezea maoni yako. Na pia ukumbuke kwamba utakuwa unatuma ujumbe mfupi na pia kutuma ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia kwa nambari yetu ya studio 07
0792192834. Na tunapoenda mbele ni kwamba taarifa ile ambayo tulianzia tukianza kipindi kwamba usalama katika kaunti ama mipaka ya kaunti ya Kisii na kaunti ile ya Narok, yale ambayo kiongozi huyu Kipchumba Murkomen ama waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliyataja jana akizungumza kuhusiana na jambo hilo la kuhakikisha kwamba usalama umerejeshwa. Hebu tupate kusikia ni kipi kile ambacho alizungumza. We are going to visit the boundary on Friday this week, and I expect that we should have 2 meetings in a place that shall be agreed upon between ourselves and yourselves, between my office and the leaders, including county government, so that we can have a wider reach in terms of peace message. I'm also interested in listening to the common mwananchi to see exactly what is that's driving them to do what they have done, and so that perhaps we can have a better, we can deploy better strategies that can resolve this issue. Put on notice national administration officers, Ngao officers who are operating in the 2 counties. Particularly, we expect our chiefs and the assistant chiefs to bear greater responsibility because they live within the community. And we have told them in no uncertain terms that they must not, we will not entertain any acts of lawlessness that are being perpetuated by Ngao officers. And for that reason, the chiefs are already well briefed that they must take responsibility for any acts of criminality in their location or sub-location. Taking responsibility doesn't mean that they get guns and go and fight. It's just, or like police officers, no. It's just making sure that they are doing the proper reporting. They are also doing peace-building processes, so calling people and explaining to them what's happening. We expect the maximum support of our Ngao officers, and I have confidence that because they are well-trained, that they are going to do so. I can assure the people of Kisii and Narok counties that we will not allow the criminality to go on. We will not allow the continuation of burning of sugarcane farms. We will not allow also people to carry weapons and attack their neighbors. We are going to take very stern action, and that is the direction we've given our police officers, to make sure that they find anybody who is loitering with an intent to commit a felony. They should all be arrested, you know. And those who are planning, supporting, inciting must also be arrested and charged, so that our people can live in peace. Mtazamaji, huyo ni kiongozi ama ni waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akizungumzia swala hilo la mpaka wa Kisii na Transmara. Lakini tukiendelea mbele, tulikuwa tunakuambia kwamba utupate katika sehemu ya mtandao wa Facebook ambako tuko live at Ndizi TV News Digital, na pia aweze kutuelezea maoni yako. Na pia bila kusahau kupitia mtandao ule wa YouTube, nako pale tuko mbashara kabisa, utatupata kama Ndizi TV News. Naam, usisahau pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ambako pia utapata taarifa nyingi na matukio yote yanayoendelea nchini Kenya. Na pia bila kusahau utatuma ujumbe mfupi na pia kuzungumza nasi kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834 0792192834. Na katika sehemu hiyo ya Facebook kidogo tukipitia, kwa sababu najua kwamba mtu kuamka sasa hivi asubuhi na kutuandikia ujumbe lazima wako umetupenda sana. Nikipitia tu pale maoni yenu madogo madogo ni kwamba Omosoriwe Yesusu anasema kwamba good morning Kirandi Dennis aka kutoka Nakuru City Salams Club, Adi Gachuba Seito ako ndani watching live. Kalen Osinde pia anasema kwamba kutoka Nyamakoroto ako ndani, na pia tunamuona pale Ocharo William anasema watching in from Sensi Kisii.
Basi tunamuona pale J. Ian anasema kwamba as a loyal viewer, kama mtazamaji ambaye ni wa karibu sana, nimependezwa sana kuona Ndizi TV ikirejea tena. Kwa sasa ikitangaza katika lugha ya Kiswahili. Nafurahia sana wakati inatangaza katika lugha ya Kiswahili kutoka kaunti yetu ya nyumbani. Ikiwa ni wakati wa kuungana na watangazaji Jeff na Nyabeta kutoka Ndizi TV. The channel is fresh analysis and revitalized content are testament to its commitment to serving our community. Tuendelee kufuatilia vipindi hivyo jinsi ambavyo yeye amezungumza. Asante sana J. Ian. Namuona pale Enoch Makori anasema kwamba ako ndani na endelea kufuatilia. Rosi Mwebi anafuatilia moja kwa moja kutoka eneo lile la Mabundu. Na pia MC Pachala KEGK anasema kwamba anafuatilia pia, bila kusahau Jelda Boss JD anasema kwamba Hel Nyabeta niko locked mpaka mwisho kutoka eneo la Getare County. Ni Seneta Msupu. Yani kabla tuendelee, Jelda Boss huyu katika tuseme nini, katika utangazaji utampata sana. Mahala ambapo nilikuwa pia alikuwa anafuatilia sana vipindi vyangu. Na kwa sasa amepata kwamba niko hapa. Nashukuru sana. Na pia tunamuona pale Honorable Julius Omosomba anataka kwamba pamoja kutoka eneo la Makarama Tutu Settlement Scheme Nyamira County, bila kumsahau Fredo Nduko ambaye pia anataja kwamba habari ya asubuhi kutoka eneo la Bitare, Bokere Bonchari, Bomorenda Suneka akundani. Nasema kwamba high five to Honorable Isto Kenyuri, Lide Nyaboke, Natasha Mkiute na Mogana Aseta na Embusoro Engia, wale watu ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki cha Pambazuko. Na hapa pia namuona Ocharo William anasema listening. Joshua Monguru pia anasema kutoka Nyateko Milimani Kinyozi anatuwatch pale. Omogaka Matembeche Gesora anasema kwamba watching live from Getare County pamoja na Lydia Nyaboke na Edwin Onkundi wako ndani. Na Dan Ogaro anasema watching live from Kisii Nyaura. Na pia Balozi Justus Ogechi anasema kwamba kutoka Nyanchonori juu Milimani anatutazama. Na pia wa mwisho ku Frederick Ogembo pia anasema good morning from Nakuru City, tuko tuned in live. Bila kusahau na pale Sheira Kemunto kutoka Makongeni Jogorod anataja kwamba hapo ndani na anafuatilia moja kwa moja matukio yote. Anasema kwamba Jeff umepotea, sijapotea. Nipo hapa katika Ndizi TV. Tunasema kwamba ni utamu uliokolea. Naam. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa tukiangalia yaliyotokea, lakini najua kwamba kuna swala moja ambalo tujazungumzia kwa yaliyojiri siku ya jana. Na tunakumbuka kwamba jana kulikuwa na vurugu kidogo katika chuo kikuu cha Multimedia. Ambapo wanafunzi waliandamana kwa sababu ya kifo cha mmoja wao ambaye aliuawa, wakisema kwamba kuna utovu wa usalama katika eneo hilo la Multimedia. Utaipata katika njia ya Rongai ukielekea Rongai kule kaunti ya Kajiado, ambako pia walizungumzia utovu wa usalama, na pia wakasema kwamba wanataka serikali ihimizie usalama katika eneo hilo. Basi hilo lilipelekea mzongamano mkubwa wa magari katika eneo hilo la Rongai, na pia wanafunzi hao walilalamika zaidi utofu wa usalama, na serikali basi ichukue hatua ya kuhakikisha kwamba usalama kwa wote umepatikana. Naam, ni kuomba kwamba serikali itaweza kuwasaidia, kwa sababu tumekuwa tukiona serikali wanafunzi ama wanafunzi wa vyuo vikuu wamekuwa kisumbuka sana haswa katika mambo ya utovu wa usalama. Tunaona vijana wakiuawa, wakitupwa mahala ambapo hakujulikani, wengine wanapotea, wengine pia tuliwaona katika maandamano. Kwa hivyo vijana wamekuwa wakiathirika sana na swala hili la ukosefu wa usalama, na ni kuomba kwamba serikali itakuwa inashughulikia jambo hilo. Basi na pia kuna jambo lile ambalo limekuwa ama lilizungumzwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, akitaja kwamba akitoa tuhuma kwamba serikali imeuza Bomas of Kenya. Na pia pale tumeona serikali kwamba imetaja
La, hatujauza Bomas of Kenya. Ikiwa kwamba chinza ambavyo anadai Gachagua, tunafanya tu ukarabati. Kila ambacho serikali imeweza kuzungumza kutokana na zile tuhuma ambazo alizitaja yule aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua, kwamba serikali iko na mipango ya kuuza jumba lile liko jijini pale Bomas of Kenya, ikitaja kwamba lile ambalo linafanyika katika eneo lile la Bomas of Kenya ni ukarabati tu wa kawaida, chinza ambavyo nyumba zingine za serikali ama afisi zingine za serikali zinafanyiwa ukarabati. Naam. Nikitazama hapa katika sehemu ya Facebook kidogo, nilisema kwamba lazima tupitie kila ujumbe ambayo inatuma hapa ndani ya kipindi chetu cha Ndizi TV katika kipindi cha Pambazuko. Namuona pale Fred Onduko anasema kwamba good morning kutoka Bitare, Bonchari Bomorenda Sunika, niko ndani hiyo 5 high 5 I think hiyo ilipitia kidogo. Zablon Oguto anasema kwamba kutoka Enchorobo, basi niko ndani ya mpango kwa mpigo pamoja na mke wangu Felicia's Nyaboke, watoto wangu Wycliffe, Faith, Victor, bila kusahau mjukuu wangu Flavor. Eric Osoro pia anasema kwamba following kutoka Ritaro Keumbu, na pia Lydia Nyaboke namuona pale akisema kutoka Nyansakia, Nyamira County, ako ndani pamoja na Umugaka Matembe Chege Sora Ben. Alright. Baadhi tu ya mashabiki wale ambao wanaendelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na pia YouTube. Pale utatupata pale Facebook kama Ndizi TV News Digital. Naam. Na pia katika sehemu ya YouTube utupate kama Ndizi TV News. Usisahau kutuma ujumbe mfupi na pia kututumia ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, na pia kwenye tovuti yetu www.ndizitv.co.ke utupate pale ili uweze kujijuza mingi. Tunapoendelea karibu kuenda mapumziko mafupi katika awamu hii ya kwanza, ni kwamba hiyo jana rais akifanya ziara yake katika kaunti ya Nairobi, alitembea pale Kamukunji na maeneo kadhaa katika kaunti ya Nairobi. Lakini inasemekana kwamba kuna wabunge wawili, mbunge na seneta. Seneta Edwin Sifuna na pia mbunge yule Babu Owino, inasemekana kwamba walimkweba rais kutohudhuria mikutano yake katika kaunti ya Nairobi. Na hilo tulikuwa tunaliangazia sana katika magazeti, kwa sababu nimechungulia pale nikaona gazeti moja limechapisha taarifa hizo, na pia sasa taarifa ambazo zimewafanya wakulima waweze kushtuka ni kwamba kutoka eneo lile la mashariki mwa Kenya, samahani, magharibi mwa Kenya, ni kwamba wakulima wasikia sasa kampuni ile ya Mumias ya kusaga sukari haijakuwa ikilipa ushuru wa zaidi ya shilingi bilioni 3.5 baada ya rais kuwa eneo lile la magharibi mwa Kenya hata kusindua kulipwa kwa wakulima wa miwa eneo lile la magharibi mwa Kenya, ambako alisema kwamba ni bonasi ambao watakuwa wanaipata. Nakumbuka kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao waliuliza maswali, je, bonasi hii imetoka wapi? Nakumbuka yule kiongozi wa chama kile cha Wiper kataja kwamba hiyo ni kama ni hongo rais anapelekea wale, na rais akayasuta yale kusema kwamba serikali inafanya hivi ama kampuni inafanya kazi yake vizuri, basi pesa zile ambazo wakulima wanalipwa zinatokana na mauzo ya sukari. Basi taarifa zile ambazo zimejitokeza jana ni kwamba wakulima wanashtuka kuona kwamba kampuni ile ya Mumias ya kusaga sukari bado ina deni la ushuru la shilingi bilioni 3.5. Sijui utasema nini kuhusu hilo. Hapo kidogo tutakuwa tunaangazia masuala hayo kwa undani kabisa katika awamu yetu ya pili ya uchambuzi wa magazeti, ambako tutakuwa tunapitia magazeti tofauti tofauti nchini Kenya, ikiwemo The Daily Nation, The Standard, na pia Taifa Leo na People's Daily. Kiwa kwamba tutakuwa tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunarejea kuangazia yaliyomo magazetini siku hii ya leo, siku ya Jumanne tarehe 11 mwezi wa 3
mwaka 2025. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Na mimi naitwa Jacinta Nyabeta. Mwelekezi wetu kutoka studio ya pili ni Abigail Nyanchama. Tutarejea. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0753686594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta,
bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum board na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa Form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735
364-418 or 0781-518-989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Basi mpenzi mtazamaji wa kituo hiki cha Ndizi TV, unapoendelea kufuatilia kipindi chetu cha Pambazuko, baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, tena tumerejea tuendelea kukufahamisha yaliyomo magazetini, ikiwa kwamba ni awamu ya pili ya kipindi hiki cha Pambazuko, tukiwa nami Jeff Nyakundi nami Jacinta Nyabeta. Basi tunapoanza moja kwa moja katika gazeti lile la The Standard newspaper, kwa kwamba taarifa kuu ambazo zimepewa kipaumbele pale, kuna picha ambazo tunaziona pale mbili, picha yake ama picha za wanawake wawili, na pale mwandishi ametaja kwamba magnificent duo. Na katika hali hii ama katika gazeti hili la The Day samani la The Standard pale tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025, na pale wanasema kwamba masuala ambayo yanazungumziwa pale kwamba ni
tutaje tu kwa lugha ya Kiswahili kwamba ni heshima kwa wanawake hawa wawili, kwa sababu wameonyesha umaarufu wao katika uongozi. Ya kwamba habari kuu inasema kwamba licha ya mashambulizi kutoka kwa wanasiasa na shinikisho la kisiasa, mhasibu mkuu wa serikali Nazi Gathungu na mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango wanaendelea kushikilia misingi ya uwajibikaji wa kifedha na utumizi wa rasilimali za umma. Hawa wawili wanachukuliwa kwa mifano ya viongozi wa kweli katika sekta ya umma, wakiwa wanapinga ufisadi na kudumisha uwazi katika matumizi ya fedha za serikali. Ikiwa kwamba Nazi Gathungu na Margaret Nyakango, siku ambazo zimepita tumesikia wakiangaziwa zaidi, viongozi tofauti, wanasiasa wakiangazia, wakizungumza, wengine wakiwakosoa, wengine wakisema kwamba wamefanya kazi nzuri. Lakini yote mwandishi wa gazeti hili anataja kwamba ni wanawake shupavu ambao wameonyesha jinsi ambavyo uongozi unapaswa kuwa. Kiwa kwamba mmoja anaangazia jinsi ambavyo pesa za serikali zinatumika, kiwa kwamba yeye ni mhasibu mkuu wa pesa za serikali, na pia yule mwingine ni mdhibiti wa bajeti Madam Margaret Nyakango. Naona hapo tunawaita wanawake bomba. Na taarifa hizo mpenzi mtazamaji ambayo unafuatilia utakuwa unasoma katika gazeti hili la The Standard ukurasa wa 4. Na kuna baadhi ya viongozi pale pia wapo katika picha zao zinaonyeshwa pale, tukimwona pale Richard Onyonga ambaye ni seneta wa kaunti ya Kisii, na baadhi ya viongozi wengine pale akiwemo Edwin Sifuna, tunamwona pale Junet Mohamed, baadhi tu ya viongozi ambao wametoa maoni yao kuhusiana na utendakazi wa wanawake hawa wawili, ikiwa ni Nazi Gathungu na huyu Bi Margaret Nyakango. Na pia tunamwona pale Kimani Ichung'wah pia katika tasemaje, katika picha hiyo ambayo imepatiwa hapo, imewekwa katika ukurasa huo wa 4. Na pia tukiendelea mbele katika gazeti hilo la The Standard ni kwamba naona hapo Kisii leaders heckle, Kisii leaders divided over Raila's heckle. Hapa mzungumzaji ama mwandishi ametuandikia taarifa hii katika ukurasa wa 7, ambapo anazungumzia masuala ya uongozi na jinsi ambavyo viongozi wa Kisii wamegawanyika kuhusu kejeli za Raila wakati ambapo alikuja Kisii. Na pia wanataka kujigawa. Kwa sasa tunaona viongozi bila ambavyo tulizungumza kuhusu Richard Onyonka pia akisema kwamba hana uhusiano wowote katika kejeli hizo za Raila Odinga. Na pia tunamwona Raila Odinga baada ya kukuja Kisii, Raila kukutana na maandamano na kelele kutoka kwa vijana wakati alipotembea Kisii. Tunaona viongozi wanaharakisha kujitokeza kuelezea mitazamo tofauti na kuhusu tukio hili, na pia wengine wakilalamika wakisema kwamba kitendo cha Raila kuzuiwa kuzungumza na wananchi na baadhi ya vijana ni msimamo wao. Ni pia kila mtu anao msimamo wake kisiasa, kwa kwamba Kenya ni nchi huru, unaruhusiwa kuyazungumza yale ambayo wewe unayataka, lakini yasije yakafanya kwamba yakawa wa Kenya, afanye kwamba wa Kenya wakosane ama furugu zitokee. Na kwingine katika gazeti hili la The Standard ukurasa wa 29, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele, chinzi maonyo ama how Trump tariffs could hurt a shilling. Kwamba ni chinzi gani yale mapindu ama mabadiliko ambayo huyu rais wa nchi ya Marekani Donald J. Trump ameyafanya yatakuwa yanaiumiza sana shilingi ya Kenya. Taarifa ambazo utasisoma kwa kina katika gazeti hili la The Standard newspaper pale ukurasa wa 29. Na katika ukurasa wa 40 tunaona pale kwenye awamu ama kwenye eneo lingine la spoti tunaona pale high flying Liverpool sound war cry. Hapa tunaona Liverpool. Najua kwamba watu hupenda sana timu hii ya Liverpool, lakini ni kuzungumzia tu kidogo.
Yule top scholar nadhani atakuwa leo najua atakuwa anazungumzia hilo sana. Naam, katika pale newsroom leo kutakuwa namna tete tu ya tuseme kimichezo tu na kuangazia jinsi ambavyo timu zinaendelea kufanya pale. Lakini tunapoendelea kusonga mbele, kuna pull out katika gazeti hili la The Standard, na pull out hii ni ya Financial Standard, na kila ambacho kimeangaziwa Saidi ni yule waziri wa masuala ama waziri wa fedha hapa nchini Kenya, Bwana John Mbadi. Kuna mengi ambayo yameangaziwa jinsi ambavyo wanajiandaa katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026, kwa kwamba huyu John Mbadi kuna mengi ambayo amezungumza, yamechapishwa katika gazeti hili la The Standard. Basi ukipata hiyo pull out ya Financial Standard utakuwa unaangazia mengi zaidi. Naam, tumemaliza na gazeti la The Standard, tukiingia pale kwenye gazeti letu la pili la siku la The Daily Nation. Tunaona pale katika taarifa iliyopatiwa kipaumbele ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 na wa 5 ni kwamba civil servants reject SHA deal. Tunajua kwamba mfumo wa SHA umekuwa na tatizo ama umekuwa ukizungumziwa sana kwa masiku haya ya hapo awali. Naona kwamba watamshi wa umma wakataa mkataba wa SHA, ambapo wanasema kwamba watumishi wa umma wamepinga mkataba huu wa huduma afya unaotolewa na SHA, na pia wakisema kwamba ama wakionya kuwa wataandamana kuanzia tarehe 18 Machi mwaka huu ikiwa serikali haitatekeleza matakwa yao. Kwa kwamba ni hali ya afya hapa nchini, ama habari za afya zinaangaziwa hapo, kwa kwamba hali ya wafanyakazi wa afya, wakitaja kwamba wakati mfumo ule wa NHIF ulikuwa hapo, kuna jinsi ambavyo ulikuwa unawasaidia zaidi hasa wakati wanaelekea hospitalini kutafuta matibabu. Lakini mabadiliko ambayo yalifanywa na serikali mwaka jana mwezi wa 10 tarehe 1 pale, basi wamekutana na changamoto mpya kutokana na uhamisho wa huduma kwa SHA, kwa kwamba ni changamoto ambayo inamkumba mwananchi wa kawaida. Wafanyakazi pia wote wamekosoa mfumo huu wa SHA kwa sababu ya kushindwa kutoa huduma za afya bora kwa mwananchi wa kawaida na wafanyakazi wa serikali. Naam, na katika taarifa nyingine katika gazeti hilo la The Daily Nation ambayo inapatikana katika ukurasa wa 7, tunaona pale unity test, Raila men skip Ruto tour of Nairobi, ambapo mwandishi anasema kwamba 3 ODM lawmakers from Nairobi skipped the first leg of president extensive tour of the capital yesterday, ambapo viongozi hao ni Edwin Sifuna, tunamuona pale Ababu Owino na pia tunamuona Tim Wanyonyi. Na tukizungumzia kwanza swala hili kabla labda tuelezee mtazamaji yale ambayo yanatokea katika gazeti hili. Tukiangalia kwanza Edwin Sifuna, Babu Owino pamoja na Tim Wanyonyi. Tunajua kwamba viongozi hawa wawili, kwanza Edwin Sifuna pamoja na Babu Owino, wamekuwa wakisimama na wananchi wakati wote. Si kwamba wamekuwa katika chama cha ODM peke yake. Wamekuwa wakienda pale kwa watu wakizungumza na wao na pia wakiwatetea. Na tulimwona pia Edwin Sifuna siku ya Raila na Ruto, siku ya Ijumaa ambayo waliamua kwamba wataungana. Tulimwona Edwin Sifuna akisoma makubaliano ya chama kile cha UDA na chama kile cha ODM. Swali unafaa ujiulize we mtazamaji ni kwamba mbona wanamhepa Rais William Ruto? Ikiwa kwamba jinsi ambavyo mwandishi amechapisha pale, basi seneta wa kaunti ya Nairobi hakuwa katika ziara ile ya rais. Na pia huyu mbunge ama wabunge wawili, yule mbunge wa Westlands bana Tim Wanyonyi na pia Babu Owino. Nakumbuka kwamba Babu Owino amekuwa akipinga kuungana kwa Rais William Samoei Ruto na pia kiongozi wa chama cha ODM. Hata katika chama kile cha ODM kuna mengi ambayo yamekuwa yakitendeka. Kumbuka wakati mmoja kuna mbunge alijitokeza kumueleza Edwin Sifuna kwamba ikiwa kwamba umechoka kukaa chamani basi uondoke. Kwa kwamba ni uongozi, malumbano ya uongozi chamani kati ya viongozi ambao wameteuliwa kuongoza vyama hivi. Ikiwa kwamba ni swali ambao wengi wanajiuliza, mbona baada ya muungano wa baba Raila Amolo Odinga na Rais William Samoei Ruto, mbona basi hatujawaona viongozi hao ambao wanatajwa wa ODM
hawakufika katika ziara yake Rais William Samoei Ruto wakati alikuwa anazunguka katika kaunti ya Nairobi hiyo jana. Basi nadhani kwamba hila tutalijibu sisi ila tu kusikia kutoka kwao wajieleze mbona mimi sikufika katika mkutano huu ama hili na lile ndilo lilinifanya nizifike ama kuhudhuria mkutano huu wa Rais William Samoei Ruto. Na pia naona hapo kando katika gazeti hili la The Daily Nation katika ukurasa wa 10 tunaona pale alcohol, drugs and friendly fire. Tunaona pale wakizungumzia kuhusu pombe pamoja na dawa za kulevya na moto wa kirafiki, ambapo pia wamesema kwamba wanazungumzia hatari za pombe na dawa za kulevya, ambapo mwandishi wa gazeti hili la The Daily Nation anazungumzia madhara ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya kwa vijana, hasa wale walioathirika kutokana na matumizi haya, na pia anasema kwamba madai ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya ni chanzo cha ajali na matatizo ya kijamii yanazidi kuongezeka. Na pia tunapoendelea kusonga mbele katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la The Daily Nation, na taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa 2, na pale kile ambacho tunakiona teachers dismissal by Teacher Service Commission for flirting with girl on Instagram upheld, ikiwa kwamba ni kesi ambayo inamhusisha mwalimu, ikisema kwamba gazeti hili linaangazia zaidi kesi ya walimu wanaopigania haki zao za elimu na kazi, ikiwa kwamba ni sehemu ya mchakato wa kuhakikisha kwamba kwa wafanyakazi wa umma wanapata haki zao kikamilifu, na kuhakikisha ama kuhamasisha kwa nini haki za wafanyakazi katika sekta ya elimu ni muhimu kwa maendeleo ya kitaifa. Na pale kesi ambayo ina mtuhumu ama inamuandama mwalimu huyu ni jinsi ambavyo alikuwa anafanya mazungumzo katika mitandao ya kijamii, yule ambaye anatajwa kwamba ni mwanafunzi, jinsi ambavyo mwandishi pale amechapisha katika gazeti hili la The Daily Nation, ya kwamba ni hatia kupatikana wewe ni mwalimu basi unajihusisha kimapenzi na mwanafunzi wako ambaye unamfunza, na wewe ni mwanafunzi kidogo, miaka yake ni chini ya 18. Unajua kwamba katika sheria za Kenya huyo ni mtoto. Na basi sheria itakuandama, na wengi tu utaja kwamba hapo it's a no go zone. Na pia unajua kwamba adhabu inaonyesha kwamba kuna umuhimu wa sheria pia, kwa sababu kuna walimu ambao unapata kwamba wanafanya mambo haya halali, hawajali kwamba huyu ni mtoto ama huyu ni binti ya mtu ambaye bado hajafika umri ule ambao anapaswa kuanza kuongeleshwa jinsi hiyo. Na basi kuna taarifa zingine ambazo zimeangaziwa kuhusiana na Rangers 17 billion windfall, kwa kwamba gazeti linaangazia pia mafanikio ya mfugaji mmoja ambaye amepata faida kubwa ya shilingi bilioni 17 baada ya kushinda kesi ya ardhi. Hii ni moja ya habari za uchumi zinazohusu sekta ya kilimo na ufugaji hapa nchini Kenya. Na pia tunaangalia katika Rangers pia, ukiangalia mkulima huyu ambaye ameshinda pesa hizo, ni kwamba pia inaonyesha pia umuhimu katika sekta ya kilimo, na pia mashamba ya wakulima mengi yanatumbukia kwenye migogoro, kwa sababu tumekuwa tukiona migogoro ya ardhi imekuwa pia ni shida kubwa katika jamii zetu ama katika maeneo tofauti tofauti ya Kenya. Pia kushinda kwake inamaanisha kwamba sheria inaendelea kuchukua mkondo wake. Ni kweli, na ni baadhi tu ya yale ambayo yameangaziwa katika gazeti hili la The Daily Nation. Tunapoendelea kusonga mbele, tuangazie ni yapi yale ambayo yameangaziwa katika gazeti hili la The People's Daily. Na katika gazeti hili taarifa kuu ambazo zimepewa kipaumbele, it's a social protection, na pale wanasema kwamba why retirees are staring at earlier graves. Mbona wale ambao wamestaafu kutoka kazi zao basi wanaangalia tu na kuangazia kaburi la mapema zaidi. Taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 4 katika gazeti hili la The People's Daily, ikiwa kwamba ukilipata basi utakuwa unaangazia mengi yale ambayo yamepewa kipaumbele, ikiwa ni gazeti nimekueleza jinsi ambavyo linaangazia taarifa, kichwa cha habari kikiwa kwamba why retirees are staring at earlier grave.
na sema kwamba taarifa hizo zinataja kwamba kuwa wastaafu wanapata shida kubwa kuishi kutokana na shida za kifedha na ukosefu wa huduma za afya, hali inayowafanya wengi wao kukosa huduma bora na kusababisha vifo vya mapema, ikiwa kwamba ni kundi linaonekana kuachwa nyuma na serikali katika swala la huduma za kijamii na kifedha, huku sheria za kijamii hazikidhi mahitaji yao. Kumbuka kwamba kila wakati unapopata mfanyakazi wa serikali anapopata mshahara wake, kuna zile pesa ambazo zinakatwa, zinawekwa katika hazina ile ya NSSF. Na pia unapata kwamba wakati huyu afisa amestaafu, basi ile process ya kufuata pesa zake haikui ya urahisi, ni ngumu sana, haikui ya rahisi hivyo hivyo. Na basi huenda anafuata pesa hizo, anakuwa mgonjwa, hawezi kujilipia pesa za hospitali na pia mahitaji yake ya kawaida, familia yake inahangaika. Napata kwamba ameaga dunia na bado hajapata hizo pesa, hazitumii. Ni kwa sababu ni pesa zake alikuwa anakatwa kila mwezi na zinawekwa katika hazina yake ya NSSF pale kwa sababu ya matumizi ya wakati mwingine ama wakati ukistaafu. Lakini jinsi ambavyo mwandishi huyu ameangazia taarifa hiyo katika ukurasa wa 4, basi ukipata gazeti hili la The People's Daily utakuwa unaangazia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na pia kuongezea tu Jeff kuhusu kwa nini hawa waliostaafu wana uwezo wa kuelekea kaburini mapema, jinsi ambavyo mwandishi ametuandikia pale. Kuna wakati ambapo nimeenda huduma katika Huduma Center ambako wanasaidia watu tofauti tofauti. Iwapo unataka huduma yoyote ya serikali utapata kule. Lakini ukiingia katika sehemu hii ya Huduma Center utapata kwamba watu ambao ni wengi pale ni wazee. Na wazee hawa hawaelewi teknolojia ya kisasa. Kwa hivyo natumai kwamba ama nafikiria kwamba serikali inafaa kuwapa wazee hawa watu ambao wanaweza kuwasaidia, kwa sababu nilikuwa pale, nilikuwa nashughulikiwa, nilikuwa nafanya zoezi tofauti, nilikuwa nashughulikia mambo tofauti. Lakini niangalia pale mzee ambaye amekaa hapo, alifika asubuhi, amekaa, hana mjukuu wake, hana mtoto wake ambaye atamwambia baba, simu ni hii, fanya hivi, ama hii ndo kadi unahitaji. Hakuna mtu ambaye anamsaidia. Akifika pale mbele, yule mhudumu anamwambia nini? Nipe kadi. Kadi gani? Hajui. Nambari yako ni gani? Hajui. Wanafaa kupatiwa mafunzo wazee hawa, ama wapatie watu ambao wanaweza kuwasaidia pole pole. Watengwe kando, sio kutengwa kwa ubaya, lakini watengwe, wapelekwe pole pole ili wapate pesa hizi za NSSF. Ni kati ya yale ambayo yanaendelea hata wakati serikali imekuwa ikipanga jinsi ambavyo itakuwa inawalipa wazee wale wakongwe shilingi zile ambazo wanapewa kila mwezi, shilingi 2000. Chapo tu ni kidogo, wengi wanasema kwamba hazitoshi. Lakini kuna wakati huu serikali imekuwa ikitengeneza mfumo wa kutumia pesa hizo kupitia simu zao. Na pale unapata kwamba yule mzee kuruhusiwa kupokea pesa hizo kwa simu hapo pale nyumbani, wengine ni wagonjwa wa hospitalini. Basi katika ile hali ya kuhakikisha kwamba yeye ameandikisha nambari yake kwa urahisi, ndipo sawa akipata pesa hizo. Unapata kwamba niliona katika duka moja la mawasiliano hapa nchini, wazee wale anaandikiwa barua, enda ukamulete kutoka hospitali, haja katika kituo hichi, hakikisha kwamba ni yeye ameonekana hapa, ndipo sasa tuweze kufanya hali hiyo ikuwe rahisi. Lakini nadhani kwamba kuna njia ambayo serikali inapaswa itumie, kwa sababu ni watu ambao miaka yao imeenda. Wengi unawapata wamekaa katika benki hizi, hawana uwezo wa kutembea, wengine ubebwa, wengine nguvu hawana kabisa, wamerejea kuwa kama watoto. Lakini ni hali ambayo tunadhani kwamba baadhi ya viongozi wakiliona hili na kulisikia, watakuwa wanafuatilia na kuhakikisha kwamba wametengeza mfumo rahisi, jinsi ambavyo wakongwe watakuwa wanapokea huduma hizo kwa urahisi. Na pia watoto tusiwasahau wazazi wetu, kwa sababu tunapata kwamba mzazi anamlea mtoto ama analea watoto 12. Lakini watoto 12
wawili hawawezi kumulea mzazi mmoja. Changamoto kwetu. Naam. Tukiachana nayo katika ukurasa huo wa kwanza katika gazeti hilo la The People's Daily, taarifa nyingine ambayo naiona pale ni heavy rains expose Sakaja's city poor drainage system. Hapo wanazungumzia kuhusu kaunti ya Nairobi ama city jiji la Nairobi. Wanazungumzia kwamba mvua nyingi imeanza kuonyesha kwamba hawajatengeneza drainage system ya Nairobi, lakini tumekuwa tukiona swala hili kutoka kitambo. Ni kweli. Sio jambo leo na lijanza jana. Ni jambo ambalo limekuwa kwa muda, na pia tumekuwa tukiona yule CC ambaye anasimamia mazingira katika kaunti ya Nairobi, Geoffrey Musiria, akifanya kazi ya kutoa wale ambao wameweka vipanda mahali ambapo maji taka yanafaa kupita, hata sewage inafaa kupita. Unapata kwamba mtu amejenga hapo, mwingine block sewage, hawajafanya wengine wanapikia chakula ambacho wanauzia watu hapo. Ni kweli. Na nadhani kwamba mvua ambayo imenyesha takriban siku 4 hivi sasa imeonyesha wazi kwamba kuna jambo ambalo linafaa kufanywa haswa na kaunti ya Nairobi. Pale wakitaja kwamba analaumiwa gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kwa kushindwa kutatua changamoto za mifereji ya maji ya mvua jijini, jambo ambalo linasababisha mafuriko makubwa kila wakati mvua inapoanza kunyesha. Kumbuka mwaka jana yale maafa tuliyoyaona haswa katika kaunti ya Nairobi, nyumba kusombwa, watoto kusombwa, mafuriko tu ambayo yaliathiri hata magari, nyumba zingine kuanguka, barabara kuharibika. Basi nadhani kwamba wakati Januari hii imekuwa na kiangazi tele, nadhani kwamba viongozi hawa wangetumia wakati huo kuhakikisha kwamba wametengeza hali ya usafi ama mahali ambapo maji taka yatakuwa yanapita, kuhakikisha kwamba drainage system yao iko sambamba kabisa. Na si kaunti ya Nairobi peke yake, hata kaunti za Nyamira, kaunti ya Kisii na kaunti zinginezo tumekuwa tukiona shida hiyo kwa kwamba wakati ule mvua ikianza kunyesha, basi maji haya yamefungana, hayana njia ya kupita, yanarudi barabarani, na yakirudi barabarani basi unapata kama barabara ilijengwa ikawekwa mora leo hii, mvua inyeshe wiki moja, utapata kwamba mchanga ule wote umesombwa na barabara hiyo imebaki kuwa mashimo, na pia inatatiza usafirishaji katika maeneo tofauti. Na tukisonga mbele katika gazeti hilo la The People's Daily, katika ukurasa wa 8 hapo ambayo ni Newsbeat, ambapo mwandishi anasema kwamba how State House call saved Kuria's Kin House. Jinsi ambavyo inaitwa State House ama jinsi ambavyo Rais William Ruto alivyosaidia familia ya Kuria wakati wa dharura, akitoa msaada wa haraka na kufanya mawasiliano ya kumsaidia aliyeathiriwa na tukio hilo, kwamba ni jambo ambalo lilitokea katika kwamba ni sakata la nyumba ya Kuria. Na pia tunaona pale kwamba ni msaada wa serikali, ambapo pia kutoka kwa Ikulu ambako simu hiyo ilitoka, inadhihirisha kwamba serikali inavyohusiana na viongozi wake katika kushughulikia masuala ya kibinafsi na kifedha. Na pia kuna mwandishi pia amezungumzia kwamba hii inaweza kuwa kuchukuliwa kama mfano wa ushawishi wa serikali katika kushughulikia matatizo ya kifedha ya viongozi wake. Na pia katika taarifa nyingine pale za kijamii na kisiasa ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi EACC imeangaziwa, ikiwa kwamba gazeti hili linaangazia na kuzungumzia jinsi EACC inavyokosolewa kwa kushindwa kuchukua hatua ya haraka dhidi ya tuhuma za ufisadi na uchunguzi unaokwenda polepole. Hii ni katika mazingira ambapo jamii inataka kuona hatua dhabiti za kupambana na ufisadi. Ni jambo ambalo kidogo linawafanya baadhi ya Wakenya kukasirika zaidi wakati unaona kwamba ni Jacinta ndiye seneta wa kaunti ya Ndizi, na pia anahusishwa na hali ya ufisadi, ama anahusishwa na ufisadi jinsi ambavyo utendakazi wako ulipo. Lakini tume ile ambayo inapaswa kufanya utafiti ama uchunguzi, achukuliwa hatua, inachikokota ikifika kwa
Chesinta ambaye ni mwakilishi wa kaunti ya Ndizi. Ikifika kwa Jeff ambaye ni mwananchi wa kawaida, basi inaharakisha kidogo. Hata nile jambo limetokea leo hii, kesho ako kotini, kesi yake imekwisha. Hivi napata kwamba ikifika wanasiasa kidogo kuna chinza ambavyo wanaenda pole na pia wale ambao wanatajwa kwamba ni wendani wa baadhi ya wanasiasa wakuu katika nchi hii ya Kenya, jambo ambalo tume hii ya EACC ya kuangazia kupambana na ufisadi inatuhumiwa ama inakosolewa vikali kwa kushindwa kushughulikia kesi hizi kwa njia ambayo ni ya haraka zaidi. Naam, na katika tatizo hilo la EACC tunajua kwamba tumeona ni kwa kesi fulani haswa kwa tunasemaje, katika fedha za umma, ushahidi wa wizi wa fedha za umma. Unapata kwamba katika matumizi mabaya ya fedha za umma, kesi hizo huchukua muda mrefu kusuluhishwa. Ndiyo. Unapata kwamba wanasema mara kesi hii itazungumziwa mwaka ujao. Wakati mwaka mwingine ujao unapata kwamba Wakenya wamesahau ama hata wamechukua wameachana tu nayo, wamesema kwamba serikali bado haifanyi kile ambacho kinafaa kufanywa, ama haichukui hatua ambayo maafisa hawa ama viongozi hawa wanafaa kuchukuliwa. Ni swala ambalo tume hii ya EACC inafaa kushughulikia. Basi tunapoendelea kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 43 baada ya saa 1 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, mpenzi mtazamaji, utazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tuko live, na pia utazungumza nasi pia pale kupitia mtandao wa Facebook kuhusiana na hali ambayo umeyasikia, yale ambayo tumeyazungumzia haswa katika magazeti tunapoendelea kuyachambua. Zungumza nasi kupitia mtandao wa Facebook kama Ndizi TV News Digital. Na pia katika sehemu ya YouTube utatupata kama Ndizi TV News. Usisahau kwamba una uwezo wa kutuma ujumbe mfupi na pia kututumia ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na pia katika tovuti yetu www.ndizitv.co.ke utupate pale ili uweze kujua mengi ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya. Basi tukiendelea na uchambuzi wa magazeti, gazeti la mwisho, gazeti la Taifa Leo, kuna taarifa ambazo zimepewa kipaumbele pale ukitaja kwamba Sifuna na Babu wakwepa Ruto. Sifuna na Babu wamekuwa wakosoaji wakuu wa serikali ya Kenya Kwanza licha ya uzuhuba wa Raila na Ruto. Pale ukitaja kwamba upinzani ambao umeshuhudiwa seneta Edwin Sifuna na wabunge Babu Owino na Timu Wanyonyi waingia vijakani, rais akifumisha ndoa mpya kati ya ODM na UDA jijini Nairobi. Kwa kwamba picha ambazo tunaziona katika gazeti hili, tunaona picha yake Edwin Sifuna na picha yake Babu Owino, na pale chini yake tunaona picha ya Rais William Samoei Ruto akiwa na umati mkubwa sana katika kaunti ile ya Nairobi, akisema kwamba pale Edwin Sifuna akitaja kwamba sikuhudhuria hafla ya rais jijini Nairobi kwa sababu nilikuwa na kikao muhimu katika bunge la Seneti. Akiwa kwamba ametoa sababu kwa sababu mbona yeye hakuhudhuria ziara ile ya Rais William Samoei Ruto. Nasema kwamba alikuwa na mambo ya kushughulikia katika Seneti. Na pale si mambo hivi. Ni mambo ya umuhimu mkubwa katika nchi ya Kenya ambayo yalimfanya yeye asifike katika mkutano huo. Ambao alikuwa anajua upo. Alikuwa anafahamu, najua kwamba kitu kile ambacho nimekuja kufahamu ama mimi nimefahamu kibinafsi kama Jeff ni kwamba baadhi ya siasa hizi ambazo zinaendelea hapa nchini Kenya si kitu ambacho kinafanyika kwa kushtukisha tu. Ni jambo ambalo limepangwa likapangika vizuri. Basi iwapo kwamba ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa kwamba rais atakuwa eneo fulani, atakuwa anafanya hiki na kile, na baadhi ya viongozi ambao wamepewa mawasiliano yale wanapaswa kuwa mule ni huyu na huyu na huyu. Basi nadhani kwamba angefika. Lakini kwamba ikiwa kwamba ni ukweli ndio alikuwa na mambo muhimu ya kufanya, basi inaeleweka. Lakini hayo unajua siasa kwa sasa tunasema kwamba siasa usiweke rohoni, lakini
lakini pia tunaangalia najua jambo ambalo nafikiria litakuwa la kufurahisha sana ni kuwaona jinsi wa Kenya watakuwa wanashughulikia siasa za mwaka wa 2027 kwa sababu tumeona viongozi wakifanya mambo mengi ambayo Wakenya hawapendi ama Wakenya wakifanya mambo ambayo viongozi hawapendi. Tunangojea sana. Tutakuja tuone ni kipi kile ambacho kitafanyika mwaka 2027 kwamba mhusika mkuu ni Mkenya wa kawaida ambaye pia ni muajiri wa wanasiasa hawa ambao wanatumwa kwenda kutuwakilisha katika bunge kuu, bunge la seneti na pia katika kaunti zetu kuhakikisha kwamba maendeleo yamefanyika pale. Na katika ukurasa wa 4 kwenye vidokezo katika gazeti la Taifa leo tunaona pale mwandishi akisema kwamba bodaboda watafutiwa kazi majuu katika ukurasa wa 4 ambapo amesema kwamba serikali kupitia wizara ya ahidi kutafutia kazi bodaboda watakaopata leseni na kujisajili. Tunajua kwamba waendeshaji wengi ama wahudumu wengi wa bodaboda hawajajisajili. Ni kweli. Kwa hivyo tukiona kwamba serikali inasema kwamba yule ambaye anaendesha bodaboda ambaye ana leseni na atakayejisajili ndiye atakayepata kazi hii majuu. Tutaona kwamba pia ni njia moja ya kuambia pia wajisajili na pia wapate leseni. Ni kweli. Ikiwa kwamba wakati unapata nitatoka hapo nje kwa sababu ninaye rafiki ambaye anajua kuiendesha hii pikipiki, basi nitamuomba hebu nikutilie mafuta kiasi fulani, mimi unisaidie kunifunza nifahamu jinsi ambavyo ya kuiendesha hii bodaboda. Siku 2, 3, 4, wiki moja, wiki ile ya pili basi mimi nimeanza kutoka peke yangu na ile bodaboda. Basi ni njia nzuri ikiwa kwamba hili ndilo litafanya hawa wanabodaboda wawe na vyeti ambavyo vinahitajika kuhudumu barabarani. Basi na ifanyike kwa uhalisia na uhakika na uwazi, kila mtu aweze kupata. Ikiwa kwamba ni njia ya kukanganya mambo fulani, basi itakuwa ni njema, lakini kwamba nadhani serikali inapoanzisha mradi wowote ule kufanya ni kwa minajili ya kumsaidia mwananchi wa kawaida. Na tunapoendelea kusonga mbele ukurasa huo wa 4 pale tunaona umuhimu wa kutofurutishana katika mfungo. Ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 4 wakitaja kwamba kwa mada hii ina nasaha nyingine sasa humu jipatie nakala ya Taifa Leo kila siku uwe ukipata. Hayo ni wale ndugu Waislamu ambao wanaendelea kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Wanapoendelea kufunga basi hapo wamepatiwa vidokezo jinsi ambavyo wanafaa ama umuhimu wa kufuturishana wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Na katika ukurasa wa 5 namuona pale Salasia, Peter Salasia, ambako mwandishi ametuambia kwamba Salasia na Echesa wapapurana, ambapo anasema kwamba mbunge wa Mumias na waziri wa zamani waonyeshana ubabe siasa za Mumias. Tuliona kwanza Peter Salasia. Tukimzungumzia mbunge huyo kwa kidogo tu, kwa machache tu. Sijui kama uliona video hiyo jinsi ambavyo alikuwa anamfokea huyu kiongozi ama aliyekuwa waziri wa michezo wakati wa serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta na William Ruto. Nilimwona pale pia alionekana kuwa amekasirishwa na muungano wa kiongozi wa ODM Raila Odinga pamoja na Rais William Ruto, na tulimwona pale katika video nyingine Peter Salasia alikuwa amekasirika sana akisema kwamba muungano huu sio wa kuwasaidia Wakenya peke yake, ni wa kuwasaidia wao wenyewe, kwa sababu Raila aliungana na Uhuru hapo awali, aliungana bado na Rais Kibaki hapo awali, alikuwa na hasira sana ukimwangalia kiongozi huyo katika video hiyo. Lakini ni namna moja ya viongozi hawa akiwa kwamba ni siasa wanacheza, kwa sababu hiyo ndio kazi yao wao wanafanya. Ni kama mkulima akiamka asubuhi anafahamu nitaenda shambani nichune chai, nikitoka pale nikipeleka katika kituo kile cha kupima machani chai, basi nitatoka ninao ng'ombe wangu, nitawashughulikia, nitafute chakula cha kesho. Basi hawa wanasiasa nao wanacheza siasa zao. Kwa kwamba ni ubabe kati ya
yule Echesa na huyu Peter Selasia katika eneo lile la Mumias. Ni siasa za huko nyumbani. Kidogo wanabishana wane nani ambaye ako na nguvu kidogo pale, ikiwa ni kuangazia kile ambacho wanakiangazia zaidi ni uchaguzi wa mwaka 2027 nikidhani. Na pia huko juu tunaona ukurasa wa pili, tunaona kwamba mwandishi anasema kwamba serikali ya kana dai la Gachagua eti Bomas of Kenya imeuzwa. Na pia mwandishi anatuambia kwamba yasisitiza serikali hiyo yasisitiza kwamba ukumbi huo unafanyiwa tu ukarabati wala sio kuuzwa, kwa sababu tulimuona pale aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kwamba serikali imeuza Bomas kwa Mturuki. Ni kweli. Naam. Basi baada ya kuangazia taarifa hizo za madai yake Geoffrey Rigathi Gachagua kuhusiana na serikali kupanga kuuza Bomas of Kenya, gazeti hili la Taifa Leo katika taarifa za michezo pale naiona kuna gazeti ambalo yule top scorer analipenda sana, Mwanaspoti. Na basi kuna taarifa ambazo zimeangaziwa pale za kimichezo, Liverpool versus PSG, kwa kwamba gazeti linaangazia pia michezo ya kimataifa, hasa mechi ya UEFA Champions League kati ya timu ile ya Liverpool na pia PSG, wakisema kwamba ambako Liverpool imeweza kushinda na kuendelea kusonga mbele, kwa kwamba habari hii inaangazia maendeleo ya michezo na umaarufu wa klabu hizi kwenye mashindano ya kimataifa. Naam, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika gazeti la Taifa Leo na magazeti yetu. Lakini kidogo Jeff, utaniruhusu nipitie hapa maoni ya wanaotutazama asubuhi ya leo, ambapo naona pale kiongozi Zefania Onseri anasema kwamba watching live from Rihanna. Bonchari ako ndani. Lennox Odede pia anasema kwamba the heaven and earth is happy. Na pia tunaona Freddy Kogembo pia anasema kwamba Rina ni blessed mom, anasema kwamba blessed mom job Rinya Besa good morning. Pia tunamwona pale Meshak Ondari anasema kwamba as a strong supporter I am glad digital platform is picking. Basi tunapoendelea kuangazia baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea kutuma jumbe, kumbuka kwamba utatupata kupitia mitandao yetu ya kijamii yote, haswa Facebook pale utapata kama Ndizi TV News Digital. Na pia sehemu ya YouTube tuko live at Ndizi TV News. Na usisahau kutupigia simu, usisahau kutuma ujumbe mfupi na pia kutuma ujumbe kupitia ukurasa ule wa WhatsApp pale kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Pale nikimuona anajulikana kama Lennox Odede. Nadhani kwamba umeangazia hiyo. Na ni baadhi tu ya mashabiki wale ambao wanaendelea kufuatilia moja kwa moja kupitia runinga yako ya Ndizi TV. Kipindi hewani kikiwa ni Pambazuko, ukiwa nami Jeff Nyakundi, nami Jacinta Nyabeta. By the way, hata sisi pia utatufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utanipata kama Jeff Nyakundi, GEFF Nyakundi. Nami utanifuata kama Jacinta Nyabeta. Basi tunapoendelea zikiwa zimekatika dakika 55 baada ya saa 1 masaa ya Afrika Mashariki, sijui kama kuna jambo ambalo tumelipakisha pale kabla hatujaelekea katika mapumziko mafupi, kisha baadaye tutarejea katika mazungumzo zaidi asubuhi ya leo katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko. Naam Jeff, nadhani kwamba tumepitia yote ambayo yalikuwa yamepatiwa kipaumbele katika gazeti zetu nchini Kenya siku hii ya leo. Labda tu ni kuwapatia ni kama ni ufupisho wa magazeti haya ambako tunawaambia ama tunawaelezea ni yepi yale yalipewa kipaumbele, ambako tumeona gazeti la The Standard, The Daily Nation, Taifa Leo na pia People's Daily wakizungumzia swala la siasa, ambako wanasema kwamba viongozi tofauti wakifanya njia zao za kisiasa tofauti. Pia tumeona kwamba wamezungumzia hali ya fedha, utumizi wa fedha za umma, na pia wamezungumzia kuhusu uongozi nchini Kenya, jinsi ambavyo viongozi wanafanya kazi zao na jinsi ambavyo sekta tofauti za serikali zinafanya kazi zao.
Basi tunapoendelea, kumbuka kwamba wakati Raila Amolo Odinga alikuwa anawania kiti kile cha AUC, kuna taarifa ambazo pale nimezidukua kutoka gazeti lile la Business Daily kwamba nchi ya Kenya ilitumia zaidi ya shilingi milioni 523.6 katika kumpigia kampeni Raila Amolo Odinga kuwania kiti kile cha wenyekiti wa African Union Commission. Na pesa hizi ambazo zilitumika zaidi ya milioni 523.6 zilikuwa zinasimamia chartered aircrafts, hotel accommodation, airport transfers and publicity. Kwa kwamba ni kumuuza yule ambaye alikuwa anasimama kiti cha kuwania kiti cha AUC, kwa kwamba ni Raila Amolo Odinga. Basi taarifa hizo zimechapishwa katika gazeti la The Business Daily. Nakumbuka kwamba kuna taarifa ambazo zilitokea kabla hawa wa Business Daily kupata taarifa hii, kwamba kuna baadhi ya shilingi ambazo pesa ambazo zilitumika ikapelekea mbunge mmoja pale kutiwa mbaroni kuhusiana na kila ambacho alichokisema, na pale kufunua mengi kuhusiana na kesi ambayo ilimkumba, kutajwa kwamba yeye anatumia karatasi feki katika hali yake ya kimasomo. Lakini pia tukiangazia swala hilo kidogo, kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba viongozi wetu, kiongozi yeyote ambaye anajitokeza kuzungumzia kuhusu serikali ama kutaka kukosoa serikali, kidogo tunaona pale masuala ya masomo yamekuwa ama kuwa na vyeti feki vya masomo vimekuwa vikijitokeza sana, haswa kwa viongozi wetu, wabunge, magavana wetu, na ni kama kwa sasa Wakenya wameanza kufikiria kidogo ni kama viongozi wetu hawajasoma au la. Na jambo hilo, Jacinta, huwa linajitokeza sana wakati wa uchaguzi. Utasikia kwamba mwanasiasa fulani amejitokeza, ni mimi Jeff Nyakundi nasimama kiti cha ugavana katika kaunti ya Ndizi, na pia wewe unasimama kiti hicho. Basi natokea na tuhuma kwamba Jacinta hajasoma. Cheti ambacho anacho si halali. Hebu tumchunguze. Na tume ile ambayo inapaswa kuangalia vyeti hivi na hiyo inachikokota, wengi utaja kwamba kuna wale utoa milungula kuhakikisha kwamba wamepata karatasi hizi, wengine utaja kwamba wengine wanaenda rifarudi kupata huko. Basi hatujui ukweli ni nani yule ambaye ni msema kweli, lakini ni matumaini yangu kwamba kusoma si wote ambao wamesoma. Lakini kidogo niulize swali Jacinta, kuwa kiongozi lazima usome? Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Basi tunapoendelea kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 59 baada ya saa 1 masaa ya Afrika Mashariki, kipindi hewani ni Pambazuko, ukiwa nami Jeff Nyakundi, nami Jacinta Nyabeta. Tutakuwa tunaelekea mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutaendelea kuzungumza mengi, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumanne, na kile ambacho tunaangazia siku ya Jumanne ni afya. Siku ya leo tutaangazia masuala ya afya katika hali ya afya nchini Kenya, ambako tutazungumzia masuala tofauti ikiwemo ni mfumo wa SHA, na pia kuzungumzia afya kwa ukubwa ama undani. Basi mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia, sijui hospitali mahali ambapo wewe umetembelea kupata huduma za afya, je, ulisajiliwa ama wewe umejisajili katika bima mpya ya SHA? Na kama umejisajili, wakati umeitumia, ni kipi kile ambacho umefanikiwa kukifanya ama bado haifanyi kazi? Ni baadhi tu ya yale ambayo tungependa kuyasikia kutoka kwako wakati tutakuwa tunarejea, lakini kwa sasa tutakuwa tunaenda mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunaendelea na mazungumzo hayo asubuhi ya leo. Na mwelekezi wetu ni Abigail Nyanchama. Tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu.
Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile diploma in nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3,
School karibu na mahakama ya Kisii Law Courts, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy,
physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ramo Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management,
fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive.
Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa Form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always.
umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAHS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, ni mchezo wa badminton. Ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, karibu tena kutoka kwa mapumziko mafupi, ambapo tulikwambia kwamba ama tulikuelezea kwamba tutakuwa tukizungumzia masuala ya afya nchini Kenya, ambako tutakuwa tunazungumzia changamoto ambazo hali ya afya imekuwa ikipitia humu nchini. Lakini kabla tuanze, tufuate kwenye tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ama pale kwenye mtandao wa Facebook. Tupate kama Ndizi TV News Digital, ufuatilie yale yote ambayo yanaendelea. Pia utapata kutuma ujumbe wako ama comment yako katika ukurasa huo wa Facebook pale. Na pia tutakuwa tunataka maoni yenu baadaye kuhusu mfumo wa SHA, lakini tukianza kukumbusha tu, naitwa Jacinta Nyabeta. Nami ni Jeff Nyakundi. Kumbuka pia utatutumia ujumbe mfupi kupitia SMS na pia kutuma ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, mtazamaji na pia Jeff, tukizungumzia mfumo wa SHA.
Kwanza nataka tuanze kwa sababu hili ni swala ambalo limekuwa likikumba Wakenya wengi ambao wapo hospitalini, wengine wapo nyumbani, wameugua, wanahitaji kutumia mfumo wa SHA. Lakini tukizungumzia tu baadhi ya mambo yale ambayo mtazamaji anapaswa kujua kuhusu mfumo huu wa SHA ni kwamba SHA ilizinduliwa kwanza Oktoba mosi. Naam, Oktoba 31, siku ya mwisho ya Oktoba. Siku ya mwisho mwaka 2024 tarehe moja wakati basi serikali ilizindua rasmi watu kuanza kujiandikisha katika mfumo mpya wa SHA ama mfumo mpya wa bima ya SHA ambayo ni Social Health Authority, na kufikia tarehe 31 Oktoba mwaka 2028 basi Wakenya zaidi ya milioni 13 walikuwa wamejiandikisha, ikiwa kwamba Wakenya ama kila ambacho walitaja kwamba zaidi ya milioni 7.2 walikuwa wanahamishwa kutoka mfumo ule wa zamani wa NHIF na kufika watu milioni 7.2 walihamishwa kutoka mfumo ule wa awali wa NHIF, na wapya waliandikishwa milioni 6.2 wapya ambao walijiandikisha kufikia tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2024. Naam, na katika mfumo huo wa SHA baada ya kuzinduliwa na baada ya watu hao kujisajili na wengine kuhamishwa kutoka NHIF, kumekuwa na tofauti hisia tofauti kutoka kwa Wakenya, wengine wakisema kwamba mfumo huu ni kama haufanyi kazi na wengine wakisema kwamba mfumo huu utawasaidia. Lakini tumeona kwamba wananchi wa kawaida wamekuwa kijitokeza wakisema kwamba mfumo huu unasaidia tu wale viongozi ama watu ambao wanafanyia serikali kazi, tutawaita civil servants. Naam, wao ndo wanapata ile wanapata kutumia mfumo huu wa SHA vizuri. Kwa sababu tunaelewa kwamba kila Mkenya ambaye analipwa mshahara anakatwa kulingana na uwezo wake. Naam. Ikiwa kwamba baada ya kujiandikisha na serikali kuzindua mfumo huu ama bima mpya ya Social Health Insurance Fund kupitia kwa Social Health Authority, kuna mengi ambayo yamekuwa yakiendelea, ikiwemo kupingwa na baadhi ya viongozi hapa nchini na pia wananchi, ikiwa kwamba ni kulalamikia ukamilifu wa mfumo mpya wa SHA ama bima mpya ya afya ambayo kidogo inaonekana haisaidii Mkenya wa kawaida jinsi ambavyo mfumo wa awali wa bima ya afya wa NHIF ulikuwa unafanya kazi. Na pia tumeangalia kwamba tukiingia katika jinsi mfumo huu wa SHA unafanya kazi kidogo, kwa sababu tuliona baada ya kuzinduliwa watu hawa wakajisajili, alafu sasa tukiingia katika ufanya na vile SHA inafanya kazi, tunaona kwamba serikali ya hapo awali ilipeana 4% ya hela ile ambayo ilikuwa inapaswa kutumika katika mfumo huu wa SHA ama kuanzisha. Na serikali hii ya sasa ya Kenya Kwanza ikapeana shilingi bilioni 6.1 ili kuanzisha mfumo huu wa SHA. Lakini hiyo shilingi bilioni 6.1 ni kiwango tu kidogo cha ile pesa ama zile pesa ambazo zilikuwa zinahitajika ili kufanya mfumo huu wa SHA ufanye kazi vile ambavyo ilikuwa imepangiwa hapo awali. Na vile vile tunapoendelea kuangazia jambo hili, kuna mengi ambayo yamehusishwa na kuanzishwa kwa mfumo huu mpya wa SHA, ikiwemo ufisadi ambao umetajwa kwamba umekidhiri pale, kukosa kufanya public participation ama kuhusisha Mkenya wa kawaida katika kutoa maoni yake kuhusiana na jinsi gani angetaka jambo hili liweze kufanikishwa. Na pia wengine wakisema kwamba ni mtandao ambao umekuwa ukitumika aswa ile system ya SHA, ikiwa kwamba kidogo haifanyi kazi jinsi ambavyo inapaswa kufanya. Nakumbuka kwamba wakati huo ikisinduliwa zikiwa zimepaki siku chache, kuna
kamiti ambayo ilikuwa inajiandaa kutengeza ama kuzindua mfumo huu ikaomba nafasi kwamba bado system ambayo tutatumia ile ya the digital one ama ya kidijitali kutumia pale haikuwa sawa kwanza, na ni jambo ambalo limekuwa likishuhudiwa siku hizi kwamba unapoelekea hospitalini basi unapata kwamba system hairespond ama wakati unafika mgonjwa anafaa kuondoka pale hospitalini kwa kwamba system ile unapata kwamba imefail, jambo ambalo limekuwa angaziwa sana. Lile ambalo lilipelekea wakati waziri wa afya Deborah Baraza alikuwa anafanya kikao katika hospitali kuu ya Kenyatta National Hospital pale, wagonjwa wakajitokeza na kulalamika ama lile ambalo lilifanya serikali ama lile ambalo lilifanya waziri huyu kukatiza kikao kile na wanahabari, ambacho ni kikao kilikuwa kifanyike wakati huu tunapoendelea kusonga mbele. Jacinta. Na pia tunawakumbusha watazamaji kwamba kufikia Januari tarehe 13 mwaka huu Wakenya milioni 17.8 walikuwa wamejiandikisha kwa sasa wamejiandikisha na mfumo huo mpya wa SHA, na pia katika ukiangalia hapo baada ya kujisajili wale wa kwanza ambao pia walijisajili wapo pamoja, kwa sababu wale ambao ulituambia hapo awali waliotoka NHIF wakaingia SHA ni milioni 7.2 na waliojisajili kule Oktoba ikifika tarehe 31 naam walikuwa milioni 6.2 na ukiunganisha hawa wote na wote ambao walikufikia Januari walikuwa wamefika milioni 17.8 ambao pia wakisema kwamba hawa wote tukisema waliotoka NHIF na pia waliojisajili. Basi tunapoendelea mbele ni kwamba swali kuu ambalo tunaliuliza, je, mfumo mpya wa SHA ama mfumo mpya wa afya wa SHA unafanya kazi mahali ulipo? Utafanya namna gani? Zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital, kwamba ni swali ambalo tunaliuliza, je, mfumo mpya wa malipo ya afya SHA unafanya kazi mahala ulipo? Naam, ni maoni yako tunataka kujua ama kuzungumzia hapa ndani kwenye kipindi chetu cha leo cha afya, ambako tunazungumzia changamoto zinazokumba mfumo huu wa SHA, tukitaka kujua kwamba wewe maoni yako ni yapi, na jinsi ambavyo tumekuuliza kwenye swali la siku la leo ili tuweze kujua maoni yako. Kwenye Facebook tuko live @Ndizi TV News Digital na pia kwenye YouTube Ndizi TV News. Usisahau kutuma ujumbe wako mfupi na pia kututumia ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na pia tukizungumzia kuhusu mfumo huu wa SHA. Tunajua kwamba kuna watu ama kuna sekta tofauti zimehusiana na afya, na pia kuna watu ambao wanahusika katika kuendesha mfumo huu wa SHA. Ikiwemo pia Rais Ruto tumemwona pia angezungumza kuhusu mfumo huu wa SHA, akisema kwamba akituambia kwamba mfumo huu uko sawa, na akisema kwamba Wakenya wanapaswa kupata inaitwaje, universal health care. Wakenya wote tu bila kubagua wewe ni wa nani, unatoka wapi, kabila lako ni lipi, na pia una hadhi gani hapa nchini. Na pia akasema kwamba mfumo huu unafanya kazi. Tukiangalia kutoka kwa macho yake Rais William Ruto anasema kwamba mfumo huu unafanya kazi, lakini tukiangalia kutoka kwa Wakenya wanasema kwamba mfumo huu haufanyi kazi. Unafikiriaje kuhusu mambo haya? Lakini pia wewe mpenzi mtazamaji pia utuelezee, unaona ni kama siasa kidogo imeingilia kati katika mfumo huu wa SHA, kwa sababu tulimuona pia Rais Ruto alitoa mfumo ambao ulikuwa unasaidia mama wajawazito, Linda Mama, ambayo pia ni kama aliyekanisha zote hapa ndani ya mfumo huu wa SHA.
ambako pia naona kwamba watu washaanza kuniambia hapa kwanza kidogo, ndio maana nataka nisome nipitie kidogo tu kwanza. Maoni moja kutoka kwa Boniface Saboki, anasema kwamba kutoka sehemu ya Mititi Kodera in Homa Bay County, anasema kwamba upande wangu SHA inafanya vema kabisa, huku hata kwangu binafsi anasema kwamba inafanya vema. I'm enjoying Pambazuko show. Asante. Na tunapoendelea yale ambayo yamekuwa yakiendelea, kumbuka kwamba kuna deni ambalo lilikuwa linaitishwa kutoka National Health Insurance Fund, kwa kwamba ni mvumo ambao uliondolewa mwaka uliopita mwezi wa 10 na ujio mpya wa SHA ukaingia pale. Basi RUFA ikiwa kwamba ni Rural Urban Private Hospitals Association, ikiwa kwamba ni hospitali za kibinafsi, zimekuwa omba serikali kulipa deni hilo la shilingi milioni 30 pale, kwa kwamba ni jumla ya hospitali 650. Basi mwaka huu 2025 mwezi wa Februari tarehe 23, basi walikuwa wametoa hakikisho na kutoa onyo ya kutupilia mbali ama kujiondoa kutumia SHA katika hospitali zao, jambo ambalo walilihakikisha Jumatatu ya tarehe 23, ambako walisuspend kutumia mfumo huu wa SHA katika hospitali hizo. Lakini baada ya Rais William Samoei Ruto kurejelea na pia kuahidi kwamba atakuwa analipa deni ya shilingi milioni 10 kwa hospitali hizi za kibinafsi, basi tuliona kwamba hospitali hizi ama za kibinafsi zilirejelea tena kukubali wagonjwa ama kukubali kutumia mfumo huu wa SHA hospitalini. Basi swali likiwa, je, eneo lako ambalo lipo SHA inafanya umeelekea hospitali? Swala kuu ndilo hilo ambalo tunaliuliza siku hii ya leo, siku ya Jumanne, katika kipindi chetu cha Pambazuko, tunapoendelea kuangazia afya ama hali ya afya hapa nchini, hali ilivyo katika hospitali zetu. Namna tu kuguzia tu, kwa sababu umezungumza kuhusu RUFA ambazo ni hospitali ama ni chama kinachojumuisha hospitali za kibinafsi. Tukizungumza tu, ni yapi yale malengo ya RUFA? Ikiwa kwamba ni hospitali tu kama za kawaida, lakini hizi ni hospitali za kibinafsi. Na ukumbuke kwamba hospitali za kibinafsi wao kutaka kupata wateja lazima wapeane service nzuri ama wafanye kazi nzuri tu ambayo inamridhisha yule ambaye anataka huduma ile katika hospitali hii. Kupitia kwa mwenyekiti ambaye anasimamisha Bwana Brian Lishenga, ambaye ni mwenyekiti wa RUFA ama Rural Urban Private Hospitals Association, kuna yale ambayo aliyazungumza tu wakati walitoa ilani ya kutupilia mbali kutotumia SHA, na baadaye wakati rais amezungumza kwamba atakuwa analipa zaidi ya shilingi milioni 10, ikiwa kwamba ni deni ambao wanadai, na pale akazungumza kwamba wametupilia mbali basi ilani ile ambao walitoa wametoa awali, na watakuwa wanakubali wagonjwa kulaswa hospitalini. Na pia tumekuwa tukiona katika mfumo huu wa SHA kwamba tulisikia auditor akisema kwamba shilingi mamilioni ya pesa yanaingia katika system ambayo inasimamia SHA ama ambayo inaendesha mfumo huu wa SHA. Jambo ambalo tulimuona kwamba Rais William Ruto pia alikataa, akisema kwamba hela hizi hazitumiki tu katika system, inatumika pia kuwasaidia Wakenya kupata afya bora. Unafikiriaje kuhusu wazo hilo la auditor? Kwa sababu tumekuwa tukisikiza huyu Nancy Gathungu akisema kwamba pesa ama fedha za umma zinatumika vibaya. Akisema kwamba hela hizi zinatumika hapa, hela hizi zinatumika hapa. Ni kwamba ndio kuna uwazi ambao hujaweka. Unajua kwamba kuna mambo fulani ambayo serikali haijaweka wazi kuhusiana na mfumo huu wa SHA, ikiwemo ni nani ambaye anaendesha ile system ambayo inatumika, na pesa zile ambazo zinalipwa Mkenya analipa kila mwezi kulingana na jinsi ambavyo uliandikisha. Kumbuka kwamba wakati unajiandikisha kuna maswali unaulizwa kabla uambiwe ni pesa ngapi utakuwa unalipa kila mwezi. Basi ikiwa ni changamoto tu, Wakenya hawafahamu pesa zile ambazo wanazilipa zinaelekea wapi, nani ndiye anaziweka pale. Basi ndilo swali ambalo liliulizwa na mhasibu mkuu wa serikali kwamba pesa hizi hazijulikani mahali ambapo
zinapelekwa, zinaelekea wapi. Basi ikiwa linaonyesha kuna chama fulani ama kuna jambo ambalo ni fiche kuhusiana na mfumo huu wa SHA, ikiwa kwamba Mkenya wa kawaida hajalielewa kwa undani zaidi, ajue ni kipi kile ambacho kinaendelea. Naam. Na ni kuwakumbusha tu watazamaji kwamba swali letu la siku la leo, tukiuliza swali kuu ni kwamba je, mfumo mpya wa malipo ya afya ya SHA unafanya kazi mahali ulipo? Je, mfumo mpya wa malipo ya afya SHA unafanya kazi mahali ulipo? Tuko kwenye Facebook ambako unaweza kutuambia maoni yako pale kwenye live @Ndizi TV News Digital. Na usisahau kwamba katika upande ule wa YouTube nako tuko live, utakuwa unazungumza nasi kupitia kutuma ujumbe wako ama comment yako katika ukurasa huo wa YouTube, pale utatupata kama Ndizi TV News. Naam, na tukiangazia bado swala hili la SHA, kuna yale maswali ambayo Wakenya wanajiuliza. Ikiwemo kama SHA itakuwa inatoa huduma bora, kama malipo ya gharama ya afya ya huduma ya afya ya SHA yataenda chini, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba bado hela hizo ni nyingi. Lakini hela ambazo watatoa, tuseme sasa kila mtu ataweza kutoa hiyo hela, itawasaidia kwa sababu tumekuwa tukiona mama wajawazito ama wale ambao wanataka kufanyiwa upasuaji wa aina fulani, wakielekea hospitalini wanaambiwa kwamba SHA itawapatia tuseme tu 50,000 peke yake. Alafu zingine zote wewe mgonjwa unajisimamia. Na pale jambo la kusikitisha ni kwamba upate umetibiwa, umetumia zaidi ya shilingi tuseme milioni ama 1,100 na alafu uambiwe kwamba SHA inakulipia shilingi 20,000. Basi wewe kama ulikuwa umehudumiwa hospitalini na ukaomba ulipe shilingi 1,100, basi utatafuta 80,000. Na jinsi ambavyo mambo yalivyo kweli ni kwamba Wakenya hawajikimu kimaisha, mambo yamekuwa magumu, kwa kwamba hili ndilo tatizo ambalo wengi wamekuwa wakilitaja kwamba mambo hayaendi vizuri, haswa katika hali ya afya hapa nchini Kenya tunapoendelea kusonga mbele. Na Jacinta, kabla tujaendelea, pesa zile ambazo hospitali hizi za kibinafsi zilikuwa zinadai NHIF ni pesa ambazo zilikuwa ni deni ya miaka ya nyuma, kuanzia mwaka 2017 hadi sasa hivi, kwa kwamba deni la NHIF hadi kufikia mwaka jana wakati Kenya ilihamisha mfumo ule, ikafanya mabadiliko kutoka NHIF kuja SHIF ama Social Health Insurance Fund. Basi deni lile likakuwa carried forward, na pia deni hilo halijalipwa lote hadi sasa hivi. Ndio maana tukaona baadhi ya hospitali, aswa hospitali za kibinafsi, nazo zikifanya kufanya tu ama kususia kutumia mfumo huu mpya wa SHIF. Na ni kwamba ukweli ukienda hospitalini, wengi jinsi ambavyo tumesikia Wakenya wakizungumza, unapata kwamba wengine SHA inakulipia kitanda na chakula ambayo unapewa hospitalini, lakini ikifika kwa madawa, basi madawa mengine yale ambayo unapaswa kuyapata unaambiwa kwa yanunue pesa taslim. Basi ikiwa kwamba ni changamoto, yule mama mjamzito ambaye ameelekea hospitalini hana lolote, hana mtu wa kumsaidia, je, atakimu kweli hili? Naam. Naangalia hapa katika nambari yetu ya WhatsApp, naona pale good morning Kerani Dennis aka Omosori Wegesusu anasema kwamba kutoka Nakuru City Salams Club, anasema kwamba anatutazama pale live. Na pia katika sehemu ya SMS naona mwingine anaitwa Mokogoti anasema kwamba good morning, I like what I'm seeing here, keep it up. Watching from USA, say hello to Mhesh Jackson Bogonko. Okay, tutakuwa tunafanya hivyo. Tunapoendelea kusonga mbele, ninapoangalia pale Facebook nione ni akina nani wale ambao wametuma jumbe tu. Tunapoendelea kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 50 baada ya saa 2 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Pambazuko, ukiwa nami Jeff Nyakundi nami Jacinta Nyabeta, tukiendelea kukupa maoni tofauti tofauti ama vipengele tofauti tofauti kuhusu mfumo mpya wa SHA. Basi ninapoangalia hapa naona kwamba Ashele Kimutu anasema kwamba kwa baadhi ya hospitali ndio mfumo huu wa SHA unafanya kazi, haswa kwa watu ambao wameachiliwa na serikali.
na pia kuna changamoto jinsi ambavyo wengine hawajajiandikisha, hawajui ni kipi kila ambacho wakifanye. Nadhani kwamba serikali itashughulikia hili. Asante sana Sheila Kemunto. Sidi Nyakusha anasema kwamba anafuatilia kutoka maeneo ya Ngeri Township ndani. Asante sana. Kazi Kuntu niko ndani Ikolit, huyu anajulikana kama MC Olonelfa. Joseph Morara, it's gonna be fire. Asante sana. Sura mbaya roho safi. Kutoka Nairobi Mukuru kwa Ruben anasema hako ndani hadi mwisho. Roda Ruth anasema kwamba from Jeddah following my sweetheart Ndizi TV News Digital Live. Asante sana Roda Ruth. Na huyu ni shabiki kweli. Asante, naendelea kufuatilia. Basi ni baadhi tu ya jumbe zile ambazo mmezitumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambapo ni Ndizi TV News Digital. Namuona pale mjomba Hazel anasema kwamba kazi mnayoifanya ni safi, natamani kujiunga nanyi, karibuni tukikuze Kiswahili pamoja na mwanahabari mjomba Hazel. Karibu sana. Nani mwingine? Naona hapa nyingine nisirudie. Naona mwingine anasema kutoka Amakara Matutu Settlement Scheme pale Nyamira County. Naona pale yuko ndani. Asante sana. Na tumesikia kwamba kuna mmoja hapo amesema kwamba watu hawajajua kuhusu SHA. Na ukienda pale nyumbani, pale vijijini, vitongoni pale, utapata mama fulani ama utapata babu hajui, haelewi kuhusu mfumo huu wa SHA. Kwa hivyo natumai kwamba pia tunafaa tuzungumzie swala ambalo serikali haikufanya kuelimisha vizuri, haijaelimisha watu vizuri kuhusu mfumo huu wa SHA. Kwa sababu kwa sasa unasikia kwamba kila mtu anazungumza kuhusu SHA akisema kwamba SHA ni mbaya, SHA ni nzuri. Mwingine anasema kwamba SHA pesa ina ufisadi, ina nini, lakini tunasahau kwamba watu hawa, wale ambao wanaelewa SHA ni wale ambao wamesoma. Na wale ambao wanapaswa kutumia SHA ni kila mtu nchini. Tukisahau kwamba babu zetu ambao hawajaelimishwa, hawajaona umuhimu wa kujiandikisha ama kujisajili katika mfumo huu wa SHA. Kwa hivyo serikali pia inapaswa kupatiana, kuna ile tunaita education kwa wagonjwa, kwa wazee, kwa watu walio wakubwa katika vijijini na pia kila mtu nchini Kenya. Basi tunapoendelea, ni kweli kwamba uhamasisho bado unahitajika kufanywa akiwa serikali ili waajiri wale health officials wale wanatembea nyumba kwa nyingine kuhakikisha kwamba wamewaandikisha ama wananchi wa kawaida, ikiwa kwamba wamefika maeneo yote, lakini kuna mahali ambapo kidogo hawajafikia. Natumai kwamba wataendelea kufanya kazi hiyo hata kama changamoto zipo, lakini kuhakikisha kwamba kila Mkenya ambaye ni Mkenya hapa nchini ameandikishwa na kupata huduma hizi za SHA popote pale ambapo alipo. Na kukumbusha tu mtu ambaye anatutazama katika asubuhi hii, swali letu la siku la leo. Nataka kwanza kusikia fikra zako ni zipi katika swali hili ambalo tulikuuliza. Swali kuu ni, je, mfumo mpya wa malipo ya afya SHA unafanya kazi mahali ulipo? Je, mfumo huu wa malipo wa afya ya SHA unafanya kazi mahali ulipo? Kuna mmoja amesema kwamba yeye mahali hapo yeye binafsi inamsaidia na inafanya kazi. Wewe inakusaidia kutoka mahali ambako unatuangalia asubuhi hii ya leo. Basi tunapoendelea kusonga mbele tukiangazia changamoto ambazo zinazoikumba wizara ama afya hapa nchini Kenya. Tunapoendelea kusonga mbele, changamoto ni tele tu, zikiwemo utekelezaji katika vituo vya afya na pia utumizi ama teknolojia ambayo inatumika katika kuandikisha Wakenya na kuhakikisha kwamba data ya Wakenya imechungwa vizuri. Kumbuka kwamba wengi wamekuwa wakizungumza, hata maafisa wengine wakiwa madaktari wakitaja kwamba mfumo huu wa kiteknolojia ambao unatumika kidogo pale unafika wakati unafeli. Ikiwa kwamba serikali imo mbioni ndio kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika, lakini hiyo ikiwa ni changamoto moja ambayo inafanya Wakenya kuona kwamba mfumo huu haufanyi kazi jinsi ambavyo ilivyo. Na pia kutengwa kwa bajeti, wakati bajeti inatolewa kila mwaka wa kifedha, unapata kwamba bajeti ya afya inapotengwa haswa
haswa katika bima hii mpya ya SHA kidogo pale ni changamoto. Na kuna mmoja pale nimeona akizungumza kwamba pesa ambazo Wakenya wameambiwa wazilipie kupata huduma hizi kidogo wengine hawazipati. Kumbuka kwamba rais alikuwa anazungumza wakati alikuwa anapigia upato kuanzishwa kwa SHA, kitaja kwamba Mkenya wa chini sana atakuwa analipa shilingi 300, yule ambaye angalau anapata kipato. Na yule ambaye hana kabisa, basi yeye serikali itakuwa inamulipia. Na kile ambacho alitaja kwamba ndio maana yeye kama rais wakati ambapo anapata mshahara wake ukatwa ushuru na kukatwa pesa ambazo si zile ambazo zinatoshana na yule ambaye anapata. Yeye anapata milioni ama zaidi ya milioni. Na kuna Mkenya mwingine hapa analipa shilingi 10,000. Haziwezi toshana, hawezi lipa ushuru ambao unatoshana. Basi akataja kwamba jinsi ambavyo anakatwa pesa zile zitakuwa zikisaidia yule Mkenya wa kawaida ambaye hana chochote, hawezi kujimudu kujilipia pale hospitalini ama katika pima hii ya afya, na basi pesa zile zilikuwa zinatumika ama serikali itakuwa inamulipia. Jambo ambalo kidogo hata hao wameambiwa kwamba walipe shilingi 300 kwa mwezi. Wanataja kwamba ni jambo ambalo lina ugumu wake kwa pesa kupatikana jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa sasa tunapoendelea kusonga mbele. Na tumekuwa tukiona vijana kwa sababu pia vijana hatujaona wakizungumzia sana. Tuone yani jinsi vijana wanataka kujihusisha na SHA. Kwa sababu kwa sasa tukizungumzia swala hili la SHA, ukiniuliza mimi kama kijana, kwa mfano uulize kijana ambaye kwa sasa ako kwenye chuo kikuu ama amemaliza kutoka chuo kikuu, ambaye hana pesa, ambaye hana kazi, hajaanza bado kupata pesa, utapata kwamba vijana wengi hawajaanza kujihusisha na SHA. Kwa sasa wanaanza kusema kwamba SHA ni ya mama yangu kidogo, hii ni ya dada kidogo, kwa sababu hawaoni umuhimu wake. Kwa hivyo bado SHA haijafikia kila mtu. Na kufikia kila mtu haimaanishi kuisikia tu, ni kuielewa pia. Nadhani kwamba ni ukosefu wa uhamasisho. Je, serikali inafanya kazi yake namna gani haswa kumfahamisha Mkenya wa kawaida jambo hili ambalo tunalileta linafaa kufanywa, ikiwa kwamba hiyo ni moja ya changamoto ambayo inafanya Wakenya wapinge mfumo mpya wa SHA, ikiwa kwamba haikujitokeza imueleze na kumuandaa Mkenya vilivyo, imueleze mazuri ambayo atakuwa anayapata katika mfumo mpya wa SHA. Lakini jambo ambalo lilifanikishwa tu na pia maelezo ndio sasa yanaendelea kutolewa. Na basi kama wale ambao hawajaelewa kidogo, yeye atafuta nyuma na kukosa kujisajili. Lakini ile ambalo kama sisi wanahabari na kituo hiki chetu cha Ndizi TV, hebu jiandikishe. Kisha baadaye ukitembelea kituo cha hospitali, basi utahakikisha je inafanya ama haifanyi. Naam, tukiendelea kwa sababu ya muda, najua kwamba tunaendelea hapa, nataka niangalie kama wengine wanaendelea kunitumia message pale kwenye YouTube ambako nilikwambia tupo @Ndizi TV News, na pia sehemu ya Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital, na sehemu nyingine nyingi. Katika WhatsApp watatupataje? WhatsApp mtatuandikia ujumbe kupitia kwa nambari yetu ya studio pale, ikiwa ni 0792192834. Nirejelee tena 0792192834, ikiwa kwamba hapo ndipo utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi na pia ujumbe kupitia WhatsApp pale. Naona hapa tulisoma hapa Boniface akisema kwamba yeye SHA inafanya kazi na inamtumikia vema, ama yeye anaitumia vizuri. Na sijaona, unajua watu wengi wamekuwa wakisema kwamba SHA haifanyi SHA, lakini kwa sababu kuna mfumo ama kuna ile kitu ambacho unaona wakati mwingine watu wanafanya kitu kwa sababu watu wengine wamefanya. Na ukiangalia SHA tumekuwa tukisikia viongozi wakizungumza, wanasiasa wakizungumzia pia, na pia tumemwona Rais William Ruto akizungumzia pia. Lakini kuna mtu mmoja ambaye hataki kumsikiza, kwa sababu hiyo ni changamoto nyingine. Hataki kumsikiza Rais William Ruto, hataki kumsikiza kiongozi wake, kwa sababu anajua kwamba viongozi hawa ni wafisadi na hawawezi kutuuzia kitu ambacho tunajua kwamba ni cha ufisadi.
Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu huyu hawezi kuamini chochote ambacho kinatoka kwa mdomo wa Rais William Ruto, kwa sababu anaona kwamba Rais William Ruto alisema kwamba aliahidi atafanya hivi na hakufanya. Kwa hivyo pia ni changamoto nyingine kwamba Wakenya wanafaa kuipatia SHA nafasi ya kujielezea, hata kama haiwezi kujiongea, kufanya kazi, waweze kuitrust ama kuiamini, ili waweze kusonga pamoja. Basi tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba baadhi ya changamoto zingine ambazo huwa zinampata Mkenya wa kawaida ni changamoto ambazo zinaipata hii SHA ni kwamba ni upinzani. Ni upinzani ambao kidogo baadhi ya vipengele katika pima hii mpya, na pia kuna wadau katika afya wanaopinga baadhi ya vipengele vya pima mpya ya afya, ikiwa kwamba baadhi yao huwa wanahisi hii ni hatua ya kulazimisha mwananchi wa kawaida kujiunga na mpango huu, na pia wengi wanahisi kwamba mfumo huu unaweza kuwa ni mzigo kwa familia maskini, hasa kama utaendana na hali ya kiuchumi, kwa kwamba mambo wanataja kwamba ni magumu sana tena zaidi. Naam, katika maoni naona hapa Rhoda Ruth anasema kwamba SHA is a scam and it's an individual private interest as riches not poors, so let NHIF come back so that everybody can get it to be cured. Geoffrey Nyakundi Morara, nimekuona hapo, good morning bro. Good morning to you. Huyu ni Rhoda Ruth. Na jinsi amesema hapo SHA ni scam. Na ukisikia vijana wengi ndio kwa sasa uende ufanye maswali tu kuuliza pale, umuulize tu barabarani pale, umuulize SHA, atakwambia SHA ni scam. Kwamba SHA ni uongo. Nadhani kwamba kile ambacho kinawafanya wazungumze hivyo ni kutohamasishwa. Waelezwe, jumbe zitumwe, tuone katika vituo vya runinga kama Ndizi TV, serikali inazungumza kupitia pale, viongozi wao wanafanya kazi yao, ama jinsi ambavyo mfumo huu wa SHA unafanya kazi. Ikiwa kidogo pale jinsi ambavyo wanatoa maoni yao, jambo hili ikiwa kama haujajitokeza sasa hivi tunapojipanga kumaliza kipindi, ni kwamba Jacinta, sasa hivi unao mpango, wewe ni mwakilishi wa eneo hili la Ndizi TV. Basi kuna jambo ambalo umelipanga kulifanya, uwezi ukalipanga wewe binafsi, usimueleze mwananchi wa kituo hiki ama mwananchi wa eneo hili afahamu ni kipi kile ambacho utakifanya. Kwanza lazima umuhusishe huyu mwananchi katika kutoa maoni yake. Utamueleza kuna vile tunaona tufanye hivi. Je, wewe maoni yako ni yapi? Akueleze mimi nataka hili ama sitaki hili. Lakini ukianza kufanya utekeleze, ndiposa uende kuuliza maswali, basi hapo hautapata ungwaji mkono. Kile ambacho utapata ni kupingwa. Na kupingwa huku kutakuwa kwa sana. Lakini serikali ifanye kazi yake kuhusisha jinsi ambavyo katiba ya nchi ya Kenya mwaka 2010 inazungumza kwamba Mkenya anafaa kuhusishwa kwa mambo muhimu ya taifa kupitia kwa kuulizwa maoni yake. Ndiposa wakati ni kurejeshe kidogo tu, wakati uliona mchakato wa kumuondoa afisini naibu wa rais, uliona kuna mikutano ilifanywa, hata wabunge wakaja mashinani. Basi hilo ndilo ambalo tunataka kuona. Kama kuna jambo mpya ambalo linafanywa, serikali itume majenti wake mashinani, waje wapate Jeff, wapate Jacinta, wapate na mwingine na Mkenya wa kawaida, awaeleze ama Mkenya ajieleze, hiki ndicho nataka, hiki chiza ambavyo anaona sioni hiki kikitusaidia kabisa. Naam Jeff, kwa sababu ya muda natumai kwamba mtazamaji ameweza kujua ama kujielezea ama kujua mengi kuhusu SHA, kwa sababu ni jambo ambalo katika hali ya afya nchini ni jambo ambalo linawahusu watu wengi sana ama watu wote kwa ujumla. Wewe kama mtazamaji, natumai kwamba utapatia SHA ile nafasi. Na pia unajua vijana walikuwa wanasema kwamba SHA walikuwa wanazungumza kwa kejeli wakisema kwamba the only surviving SHA ni ya Shabana. Lakini kuwasaidia vijana hao waacha kusema hivyo, ni kuwahusisha na pia kuwaelimisha kuhusu mfumo huu wa SHA. Labda
pia Jeff utupe maoni yako ya mwisho kuhusu SHA na pia tukifunga kipindi. Nadhani kwamba jinsi ambavyo tumezungumza pale, Mkenya wa kawaida anapaswa kuhusishwa katika kila kipengele, katika kila sehemu ya kufanikisha maendeleo hapa nchini Kenya. Ndiposa Kenya ni nchi ambayo inajitawala, iko na katiba, inayo sheria ambazo zinafaa kufuatwa. Basi viongozi wetu nadhani kwamba wameipata sauti hii, na kuna yale ambayo kidogo wameenda kombo, watarekebisha kuhakikisha kwamba kila mtu anahusishwa. Anasema kwamba mgala muwe na haki umpe. Ndio kwa kipana kidogo ama kwa upande moja SHA hii inafanya kazi, kwa upande mwingine haijafanikisha mambo yote. Basi ni serikali ihakikisha kwamba mambo haya yote yamefanikishwa, ndiposa mvumo huu uwe unasaidia Mkenya yeyote yule, awe wa hadhi gani, awe yeye ni nani, awe akisaidika. Basi mimi hapo ndipo nafika mwisho, nikueleze tena tupatane kesho wakati kama wale. Na kesho tuko tunaangazia masuala ya elimu. Na pia nadhani kwamba tutakuwa na mgeni ifikapo kesho, tuangazie elimu katika kaunti ya Kisii, elimu hapa nchini Kenya. Na pia usisahau hapo ndipo tutakuwa tunajifunza hata kama ni sheria. Najua kwamba wengi sheria hawajaifahamu sana. Basi katika kitengo kila siku ya Jumatano tutakuwa tunaangazia masuala ya kielimu, tuelimishe watu jinsi sheria inavyozungumza, na pia kuhakikisha kwamba tumejua ni kipi kile ambacho kinaendelea katika shule zetu, vyuo vyetu na mambo yote tu ya kielimu hapa nchini Kenya. Jina langu mimi ni Jeff Nyakundi. Naam Jeff, kwa sababu umezungumza, natumai kwamba mtazamaji ameweza kuelewa yote. Sina la kuongezea, bali tu ni kukushukuru wewe mtazamaji kwa kujiunga nasi katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Pambazuko, ambapo umetuelezea maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook @NdiziTV News Digital, X account, YouTube pamoja na Instagram NdiziTV News, na pia pale kwenye nambari yetu ya SMS na pia katika tovuti yetu. Tunashukuru sana na tupatane siku ya kesho, Mungu akitujalia. Mimi ni Jacinta Nyabeta, mwelekezi wetu amekuwa ni Abigail Nyanchama pamoja na Victor Sultan. Tupatane kesho, kwaheri.